ya waeni Mobisa takombua Ele karena nche Tare Osio Weka Mungu Yeso Nebe Obora Wabandene Amasase Ayare Omoyo Me Ime Amalendeli Lombege Mechando Tinko Iroka Ekyagera Nabane Korwa Mungu Yeso Nebe Obora Wabandene Amasase Ayare Omoyo Me Ime Amalendeli Lombege Mechando Tinko Iroka Ekyagera Nabane Korwa Yeso Nebe Obora Wabandene Amasase Ayare Omoyo Me Ime Amalendeli Lombege Mechando Tinko Iroka Ekyagera Nabane Korwa Yeso Nebe Obora Wabandene Amasase Ayare Omoyo Me Ime Amalendeli Lombege Mechando Tinko Iroka Ekyagera Nabane Korwa God is good. God is good all the time. Karibuni Pastor wetu Evans Nyaiga. Karibu upate kuendesha kipindi ambacho tunatarajia. Pastor, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Tusalimiane kwa kupungiana mikono. Haleluya. Hakika ni furaha kuu. Leo pamoja na kwamba tuko katika mkutano mkuu wa Injili, ni kama tunajikumbusha tena kuwa Nyamira district ya zamani. Ni furaha kuu kujumuika pamoja kwa njia hii. Mungu awabariki sana. Wageni wote waliofika huku kuabudu pamoja na siku ya leo, mumekaribishwa sana kutoka sehemu zote ambazo umekuja kutoka. Najua wengine wametoka mbali na Nyamira town. Mumekaribishwa sana na mjihisi miguuni mwa Yesu. Kwa njia ya kipekee, wote karibuni katika ibada hii ya leo. Niruhusu nitambue kwa kutaja uwepo wa vikundi vifuatavyo katika ibada hii, baada ya kusema ya kwamba kila mmoja karibu sana. Natambua mtaa wa Nyamira East, tukiwa na kanisa la Nyamira South. Naomba wana Nyamira South wote walipo nyosha mkono mkapunge. Karibu sana Nyamira South. Nyamira Brown popote walipo pia tupunge mikono. Asante sana Brown. Hayo makanisa mawili ndiyo yanafanya mtaa wa Nyamira East. Umekaribishwa sana pamoja na wazee wa kanisa na viongozi wote walio humu. Natambua uwepo
wa Angelic Ministers Choir. Angelic Ministers Choir inatoka Homa Bay na imekuwa ndio guest choir ya mkutano huu wa Injili throughout. Naomba walipo wasimame watupungie mkono. Wana Angelic Ministers wameketi wapi? Asante sana, karibu katika ibada. Tunatambua uwepo wa Heavenly Targeters Choir. Hali walipo wasimame watupungie mikono. Heavenly Targeters Choir. Very good. Jamani, kwaya hii hata ina member wa Nyamira Central. Karibu sana Heavenly Targeters. Pia tunatambua uwepo wa Radio Kisima Team. Radio Kisima Team wameketi wapi? Naona manager ndugu Telford Omari iko pale. Asante sana Radio Kisima Team. Natambua uwepo wa Elm Ministers Choir. Elm Ministers Choir. Sijui wameketi wapi? Elm Ministers Choir ni kama wameketi wametapakaa, wako pande moja hapo nyuma. Pia tunatambua uwepo wao. Natambua uwepo wa viongozi wetu wa serikali ambao wako humu. Nikianza na Area Assistant Chief, nilimuona mahali. Tunatambua uwepo wako. Mungu akubariki, karibu sana. Tunatambua uwepo wa former director Yanjoreti Factory ambaye alikuwa ni chair lady wa pale. Yuko pamoja nazi. Madam Yukabet, please mama, salimia watu wa Mungu. Najua mtatusalimia tena baadaye. Asante. Waliandamana na engineer wa kwake. Sijui yule engineer kwa wapi, ndio engineer wa madam. Asante sana. Pia wataletwa tena baadaye. Natambua tu uwepo wa area MCA na timu yake. Honorable Duke yuko pamoja nasi, atatusalimia tena baadaye. Tunatambua uwepo wake na timu yake. Mungu awabariki sana waheshimiwa. Tunatambua uwepo wa ZHS wa County Health Ministries, ndugu Timothy Umbati yuko pamoja nasi na familia. Watatusalimia tena baadaye, karibu sana. Na pia tunatambua uwepo wa pastor spouses who amongst us. Pastor spouses wametambulikana sana kama shebadezes, lakini kwa sababu leo tuna pastors wa kike, hatutaita waume sao shebadezes, ndio maana wanaitwa pastor spouses. Wale waliopo tunaomba msimame. Pastor spouses who are with us. Nikianza na mke wangu Pastor Magoti, utanifundisha kusifia. Yuko wapi? Mimi sijui sana kusifu, lakini anajua nampenda. Karibu sana. Hata pastor spouses pahali walipo. Niliona mama mchungaji Kirosi, niliona Tabita Wambura na wengine ambao ni wengi sana hata hatuwezi kuona. Tumetambua uwepo wenu. Mungu awabariki. Basi nitambue uwepo wa pastors who are with us. Pastors wala ambao wako miongoni mwetu. Niliona Pastor Abna, tena ataletwa baadaye. Asante sana pastors, Mungu awabariki na karibu sana. Niliona Pastor Wambura, sijui ameketi wapi. Punga mkono Pastor Wambura. Ni mwanafunzi anayeendelea na uchungaji. Mungu akubariki sana. Pia wise Pastor Wycliffe. Pastor Wycliffe ni associate wa Nyamira Central. Karibu sana na Mungu atubariki
sana. Mimi hapa Pastor Evans Nyaega ambaye ni pastor in charge wa Nyamira Central, nami nawasalimia mjambo. Basi kufikia hapo, naomba nifanye hombi, alafu nimulete mgeni wetu mkuu wa mkutano huu wa Injili, Pastor Japhet Magoti, ambaye ataendelea kutoka hapo mpaka tumalize ibada. Hebu nione kwa mikono wangapi wanamkaribisha. Haleluya. Basi tunaomba. Baba yetu, Mungu utupendaye, asante kwa wema wako na baraka zako ulizotupa mpaka wakati huu. Asante kwa kazi yako ambayo imefanyika katika uwanja huu. Wote waliofika huku leo, wabariki, watimizie mahitaji yao yote katika jina la Yesu. Tunapoanza ratiba ya ibada leo, tunakualika uwe miongoni mwetu. Mkono wako ukae juu yetu. Roho wako atawale katika uwanja huu. Mtumishi wako anaposimama kutuongoza mpaka mwisho, Mungu umsaidie, umtumie. Roho wako anene kupitia kwake, na kila mmoja wetu akili ya kwamba hakika tumeona mkono wako kupitia ibada hii ya leo. Tumeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Basi najua kuna ule utambulisho na uje. Naona dada Helena amesimama, dada mdogo. Anapokuja hivi, nitangaze vile vile ya kwamba leo baadaye tukimaliza ibada, wana Nyamira Central, mnajua tutamuaga mgeni wetu kwa namna ile ambayo mnajua. Kwa hivyo tutakuja hiyo baadaye, tufanye sherehe hiyo ya kukamilisha, na Mungu awabariki. Jiandaeni. Na mtazamaji toka sehemu zote nchini Kenya pamoja na Afrika Mashariki na kote ulimwenguni unapotazama, haya ni mashambulizi ambayo hivi sasa tumefika kilele chake, ikiwa ni kutoka hapa Nyamira, ambapo tumekuwa na mashambulizi haya kwa wiki mbili yakiongozwa naye mtumishi wa Mungu Japhet Magoti, pastor ambaye anatokea katika nchi ya Tanzania. Naamini kwamba umeweza kubarikiwa katika wiki hizi mbili, na hakika yake uko tayari sasa kutoa ushuhuda wa kipekee. Hivi leo tunakamilisha hafla hii ama mashambulizi haya kutoka hapa Nyamira. Karibu ili kwamba uweze kuungana nasi katika siku ya leo unapobarikiwa kutoka hapa Nyamira. Amina. Na pia matangazo haya yanakujia kupitia mitandao yetu ya kijamii, Get the Point, Kisima TV, Kisima Radio, pia msikilizaji wa Matendo Radio pamoja na Matendo Media pamoja na Magoti TV. Matangazo haya yanakujia mubashara kabisa, na leo tutakuwa na somo makini linalosema usilie tena. Naam, naamini kwamba umebarikiwa kiasi cha haja, na hapa leo basi nakukaribisha kwa njia kipekee tunapotamatisha mashambulizi haya, kwamba uweze kubarikiwa na hakika yake basi uweze kutoa ushuhuda na simulizi za kipekee. Karibu. Pia unaweza ukatuma sadaka yako, madam leo tutakuwa tukihitimisha ununuzi
wa gari ya mchungaji kupitia nambari za simu zinazopita katika kiambaza chako hapo. Unaweza ukashiriki mbaraka huu kwa kutuma sadaka yako, na Mungu akubariki. Karibu katika ibada ya Sabato ya leo. Lakini kumbuka kwamba maoni yako ni muhimu sana, pamoja na ujumbe wako kuhusu yale yote ambayo yanaendelea hapa katika kuboresha mawasiliano kati yetu nawe, maana tunakudhamini sana. Karibu uweze kubarikiwa katika siku ya leo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema na siku zote. Abantu banyasaye n'abakwaniri mwabokiri, abana babokiri, bamungina mwabokiri, Nyasaye nomuya. God is good All the time. Nyasaye bel seche duto. Chamge. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mpendwa msikilizaji, nawe mtazamaji, popote pale ulipo, mimi ni mtumishi wa Mungu Japhet Magoti. Karibu tena leo, kama ulivyotambulishwa na waongozaji wetu ya kwamba leo ni kilele cha mashambulizi au kilele cha mikutano hii ya Injili ambayo imeendelea kwa majuma mawili katika uwanja huu wa Jamhuri hapa Nyamira County au Nyamira Town nchini Kenya. Mungu akubariki sana. Leo tumebarikiwa, watu ni wengi kweli kweli. Watu wote mmekaribishwa. Mwambie jirani yako, Yesu anakupenda. Mwambie kwa lugha ya kwenu, Yesu anakupenda. Nyasaye na wanchete. Nyasaye na wachetete. Mwambie Yesu anakupenda. Nyasaye na wanchete. Mwambie karibu katika ibada ya leo. Tumebarikiwa sana. Kwanza mke wangu Veronica amewasalimia sana. Hata tunavyoongea sasa anatutazama. Veronica, nina shukuru ya kwamba unanipenda na unaniombea. Mungu akubariki sana Vero. You are the best. Mungu akubariki sana. Nimemuomba Mungu mimi na mke wangu tufe siku moja, kwa sababu nikifa mimi atateseka sana, akifa yeye nitateseka sana. Nimemuomba Mungu, natamani tupate ajali tufe wote kwa pamoja, tukiwa tumemaliza kazi ya Bwana, tukisubiri kuchukuliwa, au tuzame kwenye boti. Nimemuomba Mungu tufe, lakini kwanza tuwe tumekula raha ya dunia, tusife mapema. Na Mungu amesikia, tutakufa above 80, hatutakufa below 80, kwa sababu Mungu wetu anajibu kile unachotamani. Sisi hatutakufa katika umri mdogo. Watoto wetu watakuwa wamekuwa wakubwa na tuna wajukuu, alafu ndio tutakufa. Alafu tutakufa na Veronica, na makaburi yetu yatakuwa karibu, la kwangu hapa la Veronica hapa, ili siku Yesu akija anatuamsha wote. Kabla hatujaenda ninamkisi kidogo, kwa sababu mbinguni hakutakuwa kuna kuoa na kuolewa. Nitamkisi kidogo, nitamuhagi, alafu nitamwambia asante kwa kunitia moyo kufanya kazi ya Bwana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Amen. Nimebarikiwa leo, marafiki zangu wengi wamekuja. Yaani nikianza kuwataja mmoja baada ya mwingine, tutatoka hapa saa 12 jioni. Na kwa sababu ya muda
Nitaomba tu wengine niwatambulishe kwa kunyoosha mikono. Nimtambulishe mwinjilisti na mhubiri wa Injili Martha Isaac. Huyu nisipompa mic ataniletea shida. Martha, njoo hapa na mumpe mic awasalimie. Martha Isaac yuko wapi? Huyu dada yangu nisipompa mic ataniambia Magoti, nani alikuambia sijui kuongea? Lazima awasalimie. Martha Isaac ni mwalimu wa familia, nadhani wengi mnamfahamu. Martha, usogee kabisa karibu na kwangu hapa ili dunia yote ikutazame, kwa sababu leo nchi nyingi zinatutazama, na utumie Kiswahili. Kama sio Kiswahili tumia Kizungu, lakini utaweka Kikisii kidogo. Huyu anaitwa Martha Isaac, ni mama shupavu kwenye mambo ya familia. Karibu kwa salamu. Bwana na binti za mfalme na wasalimu, hamjambo? Hamjambo tena. Nashukuru Mungu maana leo nimeweza kufika Nyamira. Kama pastor amesema, mimi ni Martha Isaac. Nimetoka huko Kenyanyakisi County, Matagarawani SDA Church, Matagaro District, South East Kenya Field. Mimi si msichana bali nimekuwa kolera. Nimefurahi kufika siku ya leo na nimefurahi kuona Pastor Magoti, maana tangu tuagane zimeisha wiki 4 tukiwa Japhet Crusade. Nilibarikiwa kufanya huduma na yeye. Na ikiwa wiki 2 zimekwisha na hujafanikiwa, haujabarikiwa na mahubiri yake, wewe hautabarikiwa tena. Na unapotoka unauona, lakini uendako ni giza. Mungu atusaidie maana wakati huu ni injury time. Alisema nichanganye Kikisii. Ningependa kumfahamisha ya kwamba mimi ni Mkisii halisi. Na nikipenda kuongea naongea very fluent. Abana banyesae mbuya more. Buna nateba ninde people. Bwata abana batano nande nabeire kolera. Nateba buonegire bu machoga Kenyenya, bu machoga borabu Kisii County. Onye tigwase senetiwe na marandi abeta chigwiki ibere. Lialia soko no yaroche na sote nene no yaroche, lakini ya soko chinege sunte. Bono manana tokonye chinga kiechi chomo elio, wahubiri wanapopasa sauti tuweze kusikia katika jina la Yesu. Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana. Mungu akubariki dadangu Martha. Naye pia hivi karibuni ameanza kwenda driving school. Hata panda tena boda boda. Naye gari yake iko barabarani inakuja. Mungu akubariki sana Martha. Msalimie bwanako sana. Lakini pia tumebarikiwa kuwa na mchungaji Abineli. Nitamualika Pastor Abineli. Huyu ni rafiki yangu sana na ni mhubiri mwenzangu. Pastor Evans Nyaega, nadhani unafahamu nafasi ambayo Mungu amenipatia katika union yetu ya Tanzania. Nimesha tengeneza mipango kwa ajili ya Abineli. Amen. Mambo ya kanisa mengine huwezi ukaya expose hapa, lakini anajua mipango ile tumetengeneza. Hivi karibuni hamtamuona tena Kisii Land. Mtaanza kumuona kwenye Hope Channel International. Mote wamine ndamwa mune rumutanganite. Huyu ni rafiki yangu wa kipekee sana. Na ni very powerful preacher. Ni mhubiri wa nguvu. Alafu ni smart preacher. Unajua kuna wahubiri wengine wakivaa nguo utadhani walipewa bure. Yeye ni very smart, anavaa suti very classic. Kwa hiyo ni mhubiri wa media. Mambo tena ya kuhubiri sehemu zinazokuwa na hubiri tumezifuta. Sasa anaanza kwenda kwenye zile international platforms. Na kuna mkutano ambao nimealikwa
umeingiliana na mkutano mwingine katika nchi moja. Sitaenda mimi, ila nimewaomba niwatumie mtu, na mtu huyo atakuwa ni Abineri. Amen. Kwa hiyo ajiandae, nitamueleza ni nchi gani hiyo, siwezi kuyasema hapa, lakini anza kujiandaa. Ninajua wewe unajua Kizungu na ninajua wewe ni mnenaji mzuri. Pastor Nyaega, nimeamua mimi kutembea na Abineri. Nimeamua kutembea naye, na tunatembea naye kweli kweli, na atakuwa busy. Nimeamua kabisa kutembea na Abineri, na tunatembea naye kweli kweli, na tutatembea naye kwa sababu kuna crusade itafanyika Tanzania, na guest choir itakuwa ni Heaven Targeters, na yeye ndiye atakuwa mnenaji mkuu. Na huo mkutano utakuwa ni mkutano wa makanisa karibu 56 mji mzima katika jiji moja pale Tanzania, na Abineri ndiye atakuwa mnenaji mkuu, na kwaya ya Heaven Targeters ndio atakuwa the guest choir. Na Abineri mwaka huu ni wa kwake, ni mwaka wake wa baraka. Amen. Kama wewe hauna wivu, tamka neno Abineri barikiwa. Amen. Tamka neno Abineri nenda mbali. Amen. Tamka neno ya kwamba Abineri huu ni mwaka wako. Amen. Basi karibu wasalimie watu. Watu wa Mungu na wasalimu katika jina lake Kristo Yesu. Hamjambo. Nashukuru sana Mungu ambaye amenipatanisha na Pastor Magoti. Huyu sasa ni my brother, my elder brother. Hata ukiangalia suti paka tai, si ni uniform jamani? Si mjue tu ni ndugu yangu. Alafu pastor, mimi kwa my wife nimeamua kwamba mimi nitangulie kufa. Hivyo ndio ninaomba, na yeye anajua. Mimi nitangulie kufa, yeye apaki. Ataolewa. Kwa sababu ni heri aolewe kuliko mimi nikioa watoto watasumbuka. Mimi nina wivu, wa kwangu sitaki aolewe. Kwa hivyo basi nashukuru sana. Nimewahi kwa Nyamira South, nimewahi kwa Nyamira Plaon, nimewahi kwa Nyamira Central. Lakini jameni Mogoti mwanya kwa Morotari boigo. Lakini leo nimekuja na yeye. Please njoo hapa. Hao ni watu wananipenda sana. Njoo tu wa kuona, hakuna kitu utasema. Kuja tu. Wewe sio mhubiri, kazi yako utaonekana tu hapa. Kumbe una mke mzuri hivi. Ni mrembo sana. Wow. Abineri. Basi nawashukuru sana. Huyu ndiye Rosi kwa Mogoti. Ninamuita Mogoti kwa sababu kwao ni kitinda mimba, na Mungu ametusaidia we have stayed in marriage for 20 years. Mtoto wetu msichana wetu amefanya form 4. Ako wapi? TENA ngo nchuko kucha tu kidogo. Huyu ndiye mtoto wetu wa kwanza. Kuna mwingine the boy, niko na watoto wawili. Tolo chitali nchibwe kango icho lienseye igakero yo matigateme. Ngona na boto bwata babirubuka. Kwa hivyo nashukuru sana. Pastor, nimesema hapo tuko na watoto wawili. Sio mimi peke yake nitajaza hii dunia. Kila mtu mwingine akileta 5, mwingine 7, hiyo ndio mzuri. This is my family, na naomba kwamba muweze kuwepo namna hii. May God bless you so much. Mungu wetu awabariki. May God bless you my pastor. Asante sana. Mungu akubariki sana. Amen. Na leo tutahubiri pamoja na Pastor Abineri. Mtaona vile tutakavyokuwa tukihubiri pamoja naye. Amen. Pia nimebarikiwa kuwa na kwaya yangu inaitwa Heaven Targeters. Ni kwaya yangu. Karibuni kwaya yote ya Heaven Targeters hapa mbele. Nataka mtoe wimbo special wa kumkaribisha mheshimiwa MCA. Kwaya ya Heaven Targeter, Pastor Evans Nyaega. I'm the member of Heaven Targeter. Hata suti niliyovaa ni uniform ya Heaven Targeter. Hii suti ni suti ya uniform ya kwaya yetu. Na Heaven Targeter mimi ni member wa hii kwaya pia. Ni member wa hii kwaya, ni pastor wa hii kwaya. Ni kwaya ambayo ina wachungaji wengi. Tamuona hata Pastor Abineri ni mwimbaji. Mimi ndio Lamek bado
Tungepozi kidogo kidogo kidogo. Mimi ndio bado Lamek anaendelea kupruni sauti yangu, kwa sababu sijui huwa naimba namba ngapi, ila Lamek najua this hii ataitengeneza vizuri. Na Tanzania mkija, na mimi nitakuwa nimeshika microphone, na Veronica pia ni mwimbaji wa Heaven Target. Hii ni kwaya yangu kabisa, ni kwaya ambayo tutatembea nayo sana, tutazunguka nayo sana. Hii ni kwaya ambayo tunatembea nayo. Tulikuwa nao Ogembo, tumemaliza Ogembo, tuko nao hapa Nyamira leo, lakini pia mwezi wa 5 tutakuwa nao Tanzania. Baadaye pia tutakuwa na Crusade mwisho wa mwaka huu maeneo ya Kenya. Lamek anajua ni wapi, na nilishangaa daktari na mke wake amekaa kando. Nikasema daktari, na nilitaka nikuambie ni vile tu umeletwa haraka. Ya, kwa hiyo tunashukuru sana kwa ajili ya hii kwaya. Hii kwaya ni kwaya ya uinjilisti. Ni kwaya ya uinjilisti. Ni kwaya ambayo sio tu kuimba, lakini pia wanafanya mikutano ya injili. Ni kwaya ambayo imejitoa kumtumikia Mungu wa mbinguni. Mimi binafsi ninaipenda hii kwaya, na mimi ni sehemu ya hii kwaya, na ninaiombea sana hii kwaya. Hata leo vile mnaona nimevalishwa na Heaven Targeters. Ndio wamenivalisha Heaven Targeter. Yaani hii kwaya Pastor Nyaega, ninavyosema hivi pastor, maana yake nikimaliza chukua namba ya simu ya chairman. Ukiungana na wewe na hii kwaya, your life will never be the same. Ni kwaya ya nguvu. Na leo kwaya ya Heaven Targeters, mkirudi kukaa hapo, tafuteni shilingi 10,000 kwa ajili ya gari ya mchungaji. Yaani hiyo najua mtaipata sasa hivi. Ni kwaya mimi huwa ninaipea order. Kuna kwaya zingine ukiziambia 10,000 wanasema ila hawa hata ningewaambia shilingi ngapi wangeitoa. Ila leo nitawaambia watoe 10,000 kwa ajili ya gari ya Pastor Nyaega. Na sasa hivi wataipata. Sasa hivi. Wala hata haitachukua 2 minutes. Uone ya kwamba ni kwaya ambayo ilishafika kwenye level ya mbali. Tayari wanasema tayari. Tayari 10,000. Kuna kwaya zingine mpaka church board ikae. Ngoja niwaambie kitu, yani hii kwaya mkiona nimeipenda. Tayari mwenyekiti ameshaniambia Magoti, hiyo 10,000 usiongee tena. Tayari. Tayari. Kwaya zingine hivi nyie mnaimba nini? Sasa kwa sababu wametoa 10,000 na mimi natoa 10,000 sasa hivi. Kwa hiyo target tumetoa 20,000. 10,000 ni ya kwangu, 10,000 ni ya kwaya. Daktari andika target 20,000 tayari hiyo. 20,000 Heaven Target, na ni cash, sio maneno. Sisi tulishatoka kwenye level ya maneno, tulishaingia kwenye level ya neno. Haleluya. Heaven Targeters tulishatoka kwenye maneno, tumeingia kwenye level ya neno. Jamani, Bwana asifiwe. Nitamuomba daktari atusalimie, kisha chairman atatusalimia, alafu mtaleta wimbo special wa kumwalika Mheshimiwa Duke MCA wa Nyamira Township. Thanks a lot, Pastor. My name is Jared Ongwae. I'm a member of this great choir. Pastor, we want to thank you for the good work you are doing. We were with Pastor Ukogembo and we saw the hand of God. And today we are happy to be here. Asante sana for the good work. My wife is here. She can stand next to me. As the chair of the choir, Lamek comes over. Thank you. May God bless you, Pastor, for the wonderful work you are doing.
Asante sana. Asante watu wa Nyamira. Asante. Asante sana Daktari Jared. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Yaani sisi tumebarikiwa sana. Nilikuwa hapa pamoja na wenzangu siku ya Alhamis, na hivi sasa tulifika hapa vile mtumishi alivyosema. Ni kweli kwamba tulikuwa naye katika mashambulizi pale Ogembo kwa wiki 2, na wengi wakaweza kujitoa. Hata kanisa moja ambalo lilikuwa la Grace Fellowship, linaitwa Grace Fellowship SDA, lakini wale pastor pamoja na viongozi wake walijitoa kwa ajili ya ubatizo. Natumai kwamba kama si leo ama wiki hii inayokuja, viongozi kutoka pale field wameenda pale ili kuconvert hiyo kanisa iwe ya Seventh Day Adventist. Kazi ambao waliofanya hapa vijana hawa wa Heaven Targeters pamoja na mtumishi wa Mungu Magoti. Tumebarikiwa sana watu wa Nyamira, na Mungu azidi kuwabariki zaidi. Kama hamjabarikiwa kwa wiki hizi 2, basi hakuna wakati mtabarikiwa. Lakini sasa Mungu awazidishie mema yake. Barikiwa sana. Wekeni wimbo. Huu wimbo ni special kwa ajili ya waheshimiwa walioko hapa. Na baada ya wimbo huu nitamwalika Mheshimiwa Duke, naye ataleta waheshimiwa wengine. Karibuni Heaven Targeters. Nitachipuka na kustawi kabisa kama fimbo ya Haruni hekaluni. Matunda yangu mazuri yavutie watu, waje kwa Bwana wapate kuinuliwa. Nitachipuka na kustawi kabisa kama fimbo ya Haruni hekaluni. Matunda yangu mazuri yavutie watu, waje kwa Bwana wapate kuinuliwa. Nitayaweka kando maovu yangu, najichumilia mbele mambo ya wokovu. Nimeguswa na Bwana Yesu, kama fimbo ya Haruni nitachipuka. Nitayaweka kando maovu yangu, najichumilia mbele mambo ya wokovu. Nimeguswa na Bwana Yesu, kama fimbo ya Haruni nitachipuka. Niliyeanguka nitasimama tena, niwe na nguvu mpya pia tumaini. Hekaluni mwa Bwana sikauki kamwe, habari za hekalu zanipa tumaini. Niliyeanguka nitasimama tena, niwe na nguvu mpya pia tumaini. Hekaluni mwa Bwana sikauki kamwe, habari za hekalu zanipa tumaini. Nitayaweka kando maovu yangu, najichumilia mbele mambo ya wokovu. Nimeguswa na Bwana Yesu, kama fimbo ya Haruni nitachipuka. Nitayaweka kando maovu yangu, najichumilia mbele mambo ya wokovu.
nitachipuka, nitayaweka kando maovu yangu, nachuchumilia mbele mambo ya wokovu. Nimeguswa na Bwana Yesu, kama fimbo ya Haruni nitachipuka, nitayaweka kando maovu yangu, nachuchumilia mbele mambo ya wokovu. Nimeguswa na Bwana Yesu, kama fimbo ya Haruni nitachipuka, nitayaweka kando maovu yangu, nachuchumilia mbele mambo ya wokovu. Nimeguswa na Bwana Yesu, kama fimbo ya Haruni nitachipuka. Bwana asifiwe sana. Mungu abariki sana Heaven, the Heaven Targeter International Ministries. Mungu abariki sana. Nichukue nafasi hii ya kipekee sana nimwalike Mheshimiwa MCA Duke, mtoto wenu, kijana wenu, kiongozi wenu. Wakati Mheshimiwa Duke anakuja, niseme mambo machache. Nyamira mna bahati kubwa sana. Nyamira mna bahati kubwa sana kumpata MCA mcha Mungu. Nilitegemea mseme amina. Kumpata MCA mcha Mungu, kumpata MCA mnyenyekevu. Natamani Abineri uchukue microphone useme kwa Kikisii. Kuna watu nadhani hawaelewi Kiswahili changu. Hebu njoo hapa nikiwa na sema mambo ya Duki, uweke Kikisii. Igamba kwanera amina nkibono moko bera igamba kusiaba kake. Komurandia irolere boire. Nyamira mna bahati sana. Anto ba Nyamira muri negesio kumpata MCA Duke. Kama nyoro mugambi buno oyo igokoro ku Duke oyo. Ni mtoto wenu. Oyo no mwana ino. Ni kijana wenu. Omomulo ino. Ni kaka yenu. Amina yoka na mtakete koipa. Oyo no yo mino, momulo mino. Duke anampenda Yesu kuliko vyote. Omoishimiwe Duke na mwanchete Yesu mono kwetani byonse. Mimi Magoti, inche Magoti ba nero oyo, ninamuombea sana Duke. Onko musabero mheshimiwe Duke mono sana. Ninamuombea sana Duke. Onko musabera mono. Kuna mengine sitasema hapa. Ayande ndale ntanya kukwana agaiga. Lakini nimezungumza naye. Lakini na kwana nere. After 15 years from today. Miaka 15 kuchakira lero mnatora. Duke hatakuwa mtu wa kawaida. Duke tali kuchukua mtu kawaida mna molengarete. Nimemuombea. Na musabeire nje. Unyenyekevu alionao. Buna chetoko kobo inse airwe taikanyete. Usiondoke ndani yake. Ko basakorwa imeyaye. Nimemuombea Duke. Morandi omusabeire. Upole alionao. Yani unaro muororo igopi. Usiondoke ndani yake. Ande to basakoru meyaye. Nimemuombea Duke. Morandi osabeire Duke. Upendo alionao kwa watu. Obwanchani bolia bwata sabantu iga. Usiondoke ndani yake. Ko basakoru meyaye. Duke aliposikia niko Nyamira. Ekera iwanga nonde ga Nyamira. Sijui alipanda boda boda. Timanyeti aronga. Ila tu alisema in 2 minutes. Lakini akatabanga chitake ibirega. Nitakuwa hapo. Naongo toka. Nikiwa na head Deacon Timothy. Na aende bale na head Deacon Timothy. Duke akafika. Duke akaika. Duke ukiwa unaongea naye ekerogo kwana nere anakusikiliza.
buya Jamani, wangapi wanasema Duke abarikiwe? mbale ngaba tabanga Duke aseseniwe. Hebu sema Duke barikiwa. Duke barikiwa, oseseniwe Duke. Tena msitumie mheshimiwa, sema Duke. Sema Duke barikiwa. Oseseniwe Duke. Sema Duke barikiwa. Oseseniwe Duke. Sema Duke panda juu. Oli nego chigoro kabisa. Duke panda. Oli nego chigoro. Duke nenda. Chigoro kabisa. Nenda kwa jina la Yesu. Serieta ya Yesu. Na Duke ataenda. Naende kuikaga nda serieta ya Yesu. Na Duke ataenda. Naende kuikaga nda serieta ya Yesu. Na Duke ataenda. Naende kuikaga nda serieta ya Yesu. Na Duke ataenda. Haleluya, amina. Yesu atamnyanyua. Yesu ngo muimokerera ari. Ninamuombea Inje ningenda kumusabira. Unyenyekevu. Bunaro mupole iga. Uendelee kuwa ndani yake. Ninamuombea Duke. Kumusabira Duke. Upole. Uendelee kukaa ndani yake. Duke anaongea na watu wote. Duke gakugamba n'abantu bonse. Duke achagui watu. Ariko nyagochora ngoyo n'ururi. Waheshimiwa wenzake anaongea nao. Abaheshimiwa bande bamwabo gagukwana na wa mama mboga anaongea nao. Abantu baminto becingeri abangi nako gamba nabo. Watu wa boda anaongea nao. Abantu baminto boda ako gamba nabo. Vijana anaongea nao. Abana baitaba sai ako gamba nabo. Ninamuombea kwa jina la Yesu. Kumusabira serieta ya Yesu. Bwana ampandishe. Omwana na molia mukigo. Duke hivi karibuni Bwango iga Duke ataandaa crusade kwa pesa yake mwenyewe. Ngocha korosi ale crusade asichibesa chiaye gweko monyene. Mogote abamina. Tena hiyo crusade naende baone crusade yeyo itakuwa hosted na kanisa la Nyamira South. Naende Nyamira South nerera abe host na wala abe budget nenete. Na mimi ndiye nitakuwa preacher. Naende pastor Magoti na Nyamira South yokote abamina abana na batateba. Hivi Nyamira South mbona mmekaa kama mmepoteza nauli? Hebu Nyamira South nyosheni kidogo, nimewaambia. Ngagotora abantu ba Nyamira South mo kianga mako igoro iga. Hebu simameni niwaone Nyamira. Tena nangu dini mwanya walile party yenye tena nangu igoro. Simameni kidogo niwaone. Tena nangu igoro ba Nyamira South. Hawa ni marafiki zangu sana. Abana abasani bo murandi mono. Mungu awabariki Nyamira South. Omana na abasisoni Nyamira South. Na nyie na inwe tutafanya crusade na nyie. Oikatoka le crusade na inwe. Hiyo crusade itafanywa na Duke. Crusade hiyo Duke nero yetenene. Nyie amtatoa hata pesa shilingi moja. Moliko runaone shilingi sauti taba amina. Duke atajua pesa atatoa wapi. Omwesiba Duke nero la manyanga yako rusibes. Duke atajua pesa atatoa wapi. Era na manyanga yala rusibes. Na guest choir itakuwa ni Heaven Targeters. Guest choir itakuwa ni Heaven Targeters na wala baba gani bebe banene gako. Jamani, Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa Duke anataka wasalimie. Bono mugambi ngo bakwanya. Alafu atatuletea waheshimiwa. Naende naleta abagambi bande. Waheshimiwa watatusalimia. Abagambi abumba tokwanye. Kwa sababu yeye ndiye mwenyeji wao. Egekogera nero monyene ga rogongo nurwaye. Ndio maana tumeongea yote hayo. Akira kitwala akwanera yons. Akisha waleta gakobaleta bago tokwanye. Mimi na Pastor Nyaega. Bono Pastor Nyaega tutafanya maombi ya kipekee mbaba sabere mona abaheshimiwa wa masababene kwa ajili ya waheshimiwa wote watakaoletwa na Duke. Asenye nchawa waheshimiwa bonse bali baikale. Na lakini pia waheshimiwa, lakini naende kwetani go abaheshimiwa wote mliokuja leo bali mwacha mwenspirero. Leo pia ni sabato ya kipekee. Leo ni sabato ya bena sana. Ya kufuta bodaboda kwa Pastor Nyaega. Nkoseli yaani bodaboda tutakete kuruhusia Pastor Nyaega. Tali kuchukutumia bodaboda kuchaka leo. Na Nyaega amesema amebakiza namba moja tu ya dereva wa bodaboda. Ambaye yamatikaletia yakora apimiro bwoge gatara amanya. Iliyotumika kumleta leo kanisani. Eliara amoleta leo tingoma akiago cha kuira na. Kuanzia kesho kutaka maambiankyo Nyaega hata kuwa na bodaboda tena. Daba amina. Tali kuchukutumia bodaboda na ini. Bwana asifiwe. Amen. Na mheshimiwa, labda nikupe taarifa kabla hujanena. Mheshimiwa wana ngola gatendo takwani. Watu wa Mungu hawa. Bantu banya saburucha. Hawa mama mboga unaowaona.
aborocha abanyabiashara hawa watu wa bodaboda walioko hapa, abaiga bagendi b'epikipiki hawa watu ambao hawana kazi hapa abaiga Nyamira, batabwati none emirimo Nyamira, hawa watu wengine ambao wanauza chai, abandi bakunya kuonia gwichai, hawa tu watu wako nadhani unawajua. abantu baga abano bamayete buya Waliposikia last Sabbath ekero baigwa Sabato yaera ya kwamba pasta wao hana gari, inga pastor batabwatie gari, tunavyoongea sasa, kuna togo kwana saa hii totenina hawa watu wako hawa, abauruche barega hawa watu wa kawaida kabisa, abantu baga babayinse pia aba wameshatoa 1400 barule shilingi 1400 kwa ajili ya gari ya mchungaji. asinginche gari yo morandi. Jamani, mnasemaje? Amen. 1400 cash, 1400 chiro ekino kirimo ukiweka na ya 20,000 ya even target, okobeke ye kwaya ya even target. sasa wana 1420 bona 1420 ngoboko chire chiro cash koboko kwa ajili ya Evans Nyaega. asinginche yo morandi Evans. Karibu kwa nafasi. Mheshimiwa, karibu. Asante pastor. Wasafiri wa mbingu na wasalimu, hamjambo. Pungiane mkono tafadhali. Asanteni sana. Happy Sabbath. Happy day. Pastor, nashindwa nianzie wapi. Na natumai unakumbuka yote ulionifanyia mimi. Nilikuomba wakati mwingine nyuma kabla niingie kwa hii kipindi changu cha pili, nikakuomba uje uniombee. Na kwa bahati mzuri ikakuwa ulikuwa na shughuli Kenya. Ulikuja mwenyewe, tukapatana pale Guardian, ukaniombea na ukaniambia nitashinda. Na kweli nilishinda. Abantu bamintonche nataka ko batebi ngambiya mono. Yani ogokombwa temeyane no buya na igure na inche ko banainu rero na igure buya. Abineli, unajua tunatazamwa na Watanzania, uwe una no na nageuza kidogo pastor. Lamek mtangazaji wetu wako hapo ndiye mtaalamu, yani uongee tu kwa Kiswahili ya Tanzania minyokogocha. Kuna yale nilitaka impite pastor kidogo, lakini ataona tu vile ataweka ile ya kwetu hapa, lakini yote ni kukaribisha kwetu hapa Kisii na sana sana Nyamira hapa kwa wodi langu. Sasa pia mimi leo niko na mke wangu. Nimeona pastors wakisimama wakiwa na wake zao. Na mimi wangu yuko pale. Pastor, aje tu atambulike. Bwana asifiwe sana. Mungu amekubariki Duki. Amen. Wow. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Nyamira, Nyamira, mna bahati. Nyamira, Nyamira, mna bahati. Kweli wokovu umefika mlangoni mwenu. Tuna bahati. Amen, pastor. Sasa mimi hiyo maneno mengine ya kwenda nani atangulie nani abaki, hiyo sasa mimi namwachia Mungu. Sababu sijui but nakushukuru sana. Niliposikia mke alikuja kutoka pale kuja kukuona hapa, na mimi nilisema leo lazima tutembee na yeye tufike hapa kanisani tukiwa pamoja. Na mbunge wangu nilipomwongeresha ile wakati tuliongea na wewe, na akasema lazima atafika. Alikuwa ameitwa na wabunge wenzake waende mahali wote penye president atakuwa, lakini akachagua leo na yeye pia akuje ajumuike na Wakristo wake. Amen. Mbunge wetu Steve Mugaka, asante na karibu kabisa. Amen. Mwana batebinga utebwakire kwira no karasa mangana ndije bwate. Happy Sabbath. Happy Sabbath Church. Happy Fanyeni hivi nyote. Tumefanya. Tunamshukuru Mungu.
kwa Amen. kutuwezesha mwaka huu. Tumeanza vyema, wacha Mungu awabariki. Pastor Magoti, tumeshukuru tena Amen. kwa kazi unaozidi kutufanyia, wacha Mungu Amen. akubariki. Mungu Mimi asifiwe. nilikuwa sabato iliyopita ulipokuwa ukimsifu, hayo waziri nilikuwa. Otherwise tumewatakia kila la heri, wacha Mungu atubariki na azidi kutubariki. Amen. Kwa majina ni Catherine Mora, Duke Masira ndio mume wangu. Wacha Mungu pia yeye ambariki. Mungu asifiwe sana. Asante sana. Na tumebarikiwa na vijana wawili. Amen. Dan and Dylan. Wow. Sasa sababu sitaki kuchukua muda mwingi, nimekubali ulioniambia. Amen. Hiyo Crusade mimi na uongozi wa kanisa letu la South tutakaa tuafikiane na tuseme itakuwa wakati gani. Amen. Amen. South twanjira na boigo. Egasiane njemba ino mwaigu moko ngari tuko injama ngana yuane ndo mna tokokora. Wakazi mlioifanya kwa kunieka penye niko saa hii, hiyo pia peke yake inatosha na mimi nisimame na nyinyi. Na I'm happy that mjumbe wangu amesikia hiyo maneno. Tutaona venye tutashughulika mpaka hiyo Crusade tena tumwite mwenzetu pastor wetu Japhet Magoti akuje kushughulika na sisi. Hapa pastor, leo tumekuja na radio stations mingi, lakini kuna yenye nasi pia tunapenda kusikiza sana. Inaitwa Minto FM. Niko na mmoja mwenye ametoka Nairobi. Amekuja leo kuhudhuria na wewe. Hivyo sasa hii maneno yote tutakayoyafanya hapa leo itakuwa huko Nairobi. Mwenzetu Masengenye, kuja tu sema jambo. Masengenye nero ikira aiga. Wow. Huyu ndio mtangazaji wetu na wanampenda sana. Amen. Wanamsikiza sana. Anaitwa ndugu yetu Isaac Agwata Masengenye. Amen. 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 Aseme jambo na kisha niachie niendelee. The Lord is good. All the time. And all the time. The Lord is good. Magoti. Ukweli ni kwamba tulitoka kwa hizo salamu. Sijui tutafanya aje injili iende kidogo. Kwamba tukisema the Lord is good, wanasema I am the testimony. Tukisema I'm the testimony, wanajibu kwamba every day I'm getting better. Yes. Basi wafunze kidogo. Nikisema the Lord is good, unajibu kwamba I am the testimony. I am the testimony, unajibu kwamba every day I'm getting better. Taweka kwa Kiswahili. Lameki. Siku zote Mungu ni mwema. Kama mimi tunaanza kwa Kizungu kwanza. The Lord is good. I am the testimony. Mungu ni mwema. Mimi ni shuhuda. Mimi ni shuhuda. Lameki. Kila siku naendelea kukua. Kila siku naendelea kuwa mzuri. Mungu ni mwema. Lameki. Sasa ni Lameki huyu uwe naye chonjo. Mungu ni mwema. Siku zote mimi ni shahidi. Mimi ni shahidi. Naendelea kuwa mzuri kila wakati. Nyasaye no muya. Na ate banga na inche nkirori bone kengi moko ndata lisa sabaga. Nyasaye no muya na inche nkirori. Na inche nkirori kirari tuko ngona kobando muya. Nyasaye no muya na inche nkirori igo. Yes. Nimeambiwa nisalimiane na hivyo ndivyo nimesalimiana. Na zaidi ya muno ike gusinarete abana ba Nyasaye abakena abanene mbuyamure na inde ya Nyasaye tato itore moya ababwatisie aenda abakonya asama tukonsi ese irieta ongoro kwa Isaac Agwata Masengenye mwana gwisibiria mabere gwe bangu sire Japhet Kuruma Center. Pia mwana kabisa. Huyu ni wenzetu na tunawasikiza sana. Kama leo asubuhi najua wengi wetu tulichelewa kidogo sababu wanafunza leseni yao nao pia vizuri sana kutoka hiyo radio station yetu ya Minto. Nikubalie niwaite wenzangu honorable members MCAs wenye wako pale. Mwenzangu ndugu yangu jirani Benecha, chairman wa education, na ndugu yangu Matinga our whip. Sasa pastor, leo nilikwambia wageni wetu watafika. Ndugu wangu Ericha Usiemo, my brother and neighbor,
our leader majority who are deputized, naye pia amefika. Leo nilikwambia wanasogea, shida yenye ilikuwa kidogo walienda kuguzaguza makanisa zao kidogo ndio kujoin leo, sababu walijua saa ya mahubiri iko karibu kufika. Ndugu yangu mheshimiwa majority naye pia karibu. Asante. Hawa nilipowaambia kuwa pastor amesema tukuje kuabudu pamoja, walisema lazima tungefika, na nimefurahia kuwa wamefika. Ndugu yangu chairman wa education Penecha, huyu ni Mkatoliki lakini ameguzwa na mahubiri yako sana. Asante sana deputy majority wa bunge letu wa Nyamira, Pastor Magoti. Tumeshukuru sana sababu kwa muda sasa umekuwa na sisi tauni yetu ya Nyamira. Tumesikiza mahubiri yako ingawa kwa mbali kidogo. Tumekuwa busy na kazi, lakini leo tuliamua tuje tuabudu pamoja sababu baraka za Mwenyezi Mungu ni bora kuliko yote duniani. Wana Wanyasaye mbiyamure mwensi. Kwani yesaruti gambiyamure. Salimiane. Asante sana. Kwa majina mimi ni Mheshimiwa Vincent Thomas Benecha. Natoka wodi ya Kiabonyoru. Kiabonyoru ni jirani pande hii. Ngambo hiyo ya mto ni Kiabonyoru, tuko majirani wa township. Mimi katika bunge letu la Nyamira ni chairman wa education and vocational training. Kabla niseme jambo kuhusu education pastor, nataka kusema kwamba ndugu yetu Duke, naona pastor amesema mengi kukuhusu, na mimi wacha niwe shuhuda kwamba uko mzuri vile alisema, na amekuombea sana. Ningeomba hiyo maombi pia utanigawia kidogo, sababu naona amekumiminia baraka sana. Tukiwa tumeketi pale mpaka tukaona yote itaenda kwako, sisi tubaki bila. Lakini hata hivyo serikali yetu yote ya Nyamira tunafanya nini? Tunaiombea ama namna gani? Wananchi wetu wa Nyamira, etangazo yeye. Sitaki kuchukua muda sana. Nchebunomo chairman wa education na abatangase ile scholarship korwase county government ya Nyamira wetera umugabano ito umosikia musinyaribo chifomu chaikire asaba chibu baito. Omwana onde bwens ambaye alipata max 300 na kwenda juu anastahili kupata hiyo form, achasiwe tucharibu pahati kama atapata scholarship. Nimekumbushwa kwamba ni kutoka public school. Najua watoto wetu husoma shule mbalimbali. Kuna wenye wanaenda academies, kuna wenye wanaenda boarding schools, lakini hii scholarship ni ya watoto ambao walipata max 300 na kwenda juu, na iwe walifanya mtihani ama wanasoma shule ya public day school. Public day school. Enda kwa chifu wako upate form, uchaziwe, kufikia Tuesday iwe imerudi kwa ward administrator wa ward. Kamati itakaa Tuesday ili kuangalia ni nani anastahili kupata. Amangana italia maya. Nechi pasari chi account chirichi akonye botambe na chirochi chia sokire. Around yeye echira obisie ward admin. Moje motangaserwe moende wiki ye kobwatia mojo lichi pasari abana bachere chiskuru bune koigorwa. Aitalia magana mayana aretire karata ndata ko sazima mona Nyasaye. Nyasaye se nimbu ya mono. Nashukuru Bwana Duke umetukaribisha hapa. Ulituambia tuje na tumekuja. Sana sana hatujakuja sababu yako, tumekuja sababu ya kuabudu Mwenyezi Mungu. Amen. Pale tumetoka pia kuna Crusade mbalimbali. Mkiona kidogo baadaye tukitoka tunakimbia pale nyumbani pia tuweza kusalimia wale waliotuchagua kule. Asanteni. Asante sana. Huyu ndio chairman wetu wa elimu. Na shule yake iko hapa inaitwa Royal Metropolis. Ilifanya vizuri sana. Ndio ilitangulia katika eneo letu la Nyamira. Mtoto wa kwanza kabisa alitoka shule yake. Na that is why tuliona ni vizuri atutangulie sababu wako na
usia kidogo kuhusu elimu, na mimi wakanieka kwa mashamba na municipality. Hapo sasa mimi ndio nasimamia pia. Huyu mwenzangu ndio whip wetu wa county assembly, anaitwa Mheshimiwa Matinga. Alikuwa akaondolewa, ndio tena akarudishwa. Mimi nilikuwa tena nikaendelea. Huyu ndiye ameanza. Asante kwa nafasi. Nashukuru Mungu ya kwamba mimi pia leo ameniruhusu nifika hapa ili nipate mahubiri ambayo yameniguza sana. Kwa majina naitwa Mheshimiwa James Matinga Nyachaki, natoka ward ya Kemera ambayo iko pale mwisho kama unatoka Kisii. Mimi ndio napakana na Kisii County pale chini. Kwa mwaliko wa mwenzangu Duke na vile alikusifia, niliwacha yote. Nikaona ya kwamba wacha leo nifika hapa, na kwa hakika nimepata kile ambacho aliniambia. Kwa hivyo mheshimiwa, nimeona pia umesifika mpaka pale Tiset, wewe unajulikana kwa namna ambavyo pastor amekuongeleza. Ni mtu ambaye ni mnyenyekevu, pia sisi tunampenda pale kwa county assembly yetu. Pia nina nafasi ya kusema ya kwamba nimetunukiwa pia kuona rafiki yangu ambaye na mhenzi sana kwa namna ambavyo anahubiri, Mata Isaac. Ameshawahi kuhubiri kwa kanisa langu. Kwa hivyo nilipomuona ukimuita hapa nilishangaa kwamba amenitangulia hapa. Mata, nimekusalimia. Kwa hivyo mimi sitakuwa mrefu kwa maneno. Nataka nishukuru watu wa Nyamira. Nataka nishukuru watu wa eneo hili la township kwa sababu mnampenda huyu kijana na sisi pia tunampenda. Ukiona tukitoka pale mbali kufika hapa ni kwa sababu ya yale ambayo sisi pia natufanyia tunapomuita sehemu sile. Kwa hivyo tunawashukuru. Pia mtuweke kwa maombi kwa kazi ambayo tunafanya. Si kazi rahisi kufanyia watu huduma ambayo wako na mahitaji mbalimbali. Pastor, mtuweke kwa maombi. Pia wananchi tunawaombea tunapoendelea kushirikiana sana sana, tumeweke Mungu mbele. Mimi pia nimebarikiwa kwa sababu ni mmoja wa waheshimiwa ambao wako kwa kwaya. Sasa hii nimewacha kwaya yangu ikielekea mahali pengine. So ukiona hii uniform, hii ni ya kwaya. Ukiwapata pale, kwaya yangu inaitwa Mogebo SDA Church kwaya. Kwa hivyo Mungu amenipenda. Na pia naomba niendelee kuhudumu pale pale mpaka wakati ule atapenda kunichukua. Sikufaulu kutembea na mke wangu kwa sababu yeye ndiye ameandamana na ile kwa nyingine kuelekea pale mahali walienda kufanya huduma ya Mungu. Asante na Mungu awabariki. Asante sana. Sababu hukukumbuka kutembea na familia, ulisema pastor yuko pale, uone venye anarudi hadi kwake. Transport ya pastor kwa wapi? Isaac man. Huyu jamaa anakuona venye unarudi hadi nyumbani. Pastor alisema gari haitakuwa sasa. Wakati wako unafika. Leo utapata transport ya kuingia Mariboro kama hata. Hiyo na mimi nimekuombea. Sasa mwisho pastor, kutoka kwa county assembly, huyu kijana mdogo, ndugu yangu. Sasa huyu kwake ni hapa chini. He is our neighbor. Huyu mjamaa ndiye alichaguliwa kwa mara ya kwanza, vile mimi pia nilichaguliwa kwa mara ya kwanza nikakuwa leader majority. Sasa hii kipindi kingine chama yake ya UPA hii ya Matiang'i na pikipiki hii wa jamaa wa bodaboda wakatushinda kwa wengi wa MCA. Hii chama yangu ya Onyango, huyu Raila Amolo Odinga, MCAs wetu wakakuwa wachache, akakuwa kiongozi wa walio wengi, na mimi nikamfuata sababu mimi sasa chama yetu ndio ilikuwa ya pili. Ni kuonyesha kuwa bado niko na upendo na wale MCAs wangu. Shida kidogo ilionipata, hiyo serikali ulioniombea, tulivutana kidogo na gavana wangu aliopo saa hii. Mpaka sasa nikaleta hasara kwa watu wangu, hawakutengenezewa barabara nini sababu ya ile mabishi kidogo.
lakini pia mimi nimefika wakati nimeona hustahili kupigana na wakubwa wako. Mnashikana mikono ndio watu wapate manufaa, wapate barabara. Watu wangu wanataka barabara, madawa hii hospitali, wapate maji. Mpaka siku hizi sasa na mimi nasema Nyalibonetae. Sina maneno mengine. Tunataka tushirikiane na yeye ili hao watu wangu wapate hii basari, watoto wao wasomee. Sasa huyu ndio kiongozi wetu, kiongozi wa wengi. Alinikalisha na gavana wangu mpaka siku hizi sasa tunaongea kwa lugha moja. Hiyo ndio uliona ilikuwa rahisi kwangu, ulipotaka kuongea na yeye ikakuwa rahisi kumpigia tu simu na anashika. Ile wakati yako hata simu yangu inaingia kwa simu yake. Lakini siku hizi hata before nianze kupiga ashajua na anapiga. Asanteni ndugu yangu Elijah. Asante sana Pastor Magoti, viongozi wenzangu, viongozi wa kanisa, washirika wa Mungu, ni wasalimu kwa ujumla. God is good all the time. Asante sana. Mimi kwa majina vile mmesikia, naitwa Mheshimiwa Elijah Osiemo. Nimechaguliwa ward ya Nyamira na pia hapa katika jumba letu la assembly ni leader of majority. Mimi nachukua nafasi hii pia kumshukuru pastor wetu kwa sababu ya wakati wake ambao amechukua kutoka nchi ya Tanzania kuja hapa kutuletea neno. Na pia namshukuru ndugu yangu Duke kwa mwaliko huu, kwa sababu huyu pastor ndugu yetu mahali kuna assembly ni kwake, tunamuitanga landlord. Na unajua landlord akikugonga mlango wako hivi wakati wote, wewe unajua ni rent anaitisha. So akikuita mahali unaenda tu. Kama mimi angaa hakunialika, nilijua kama alijua tu lazima nifike, lakini kwa sababu ya mapenzi ya Mungu tuko hapa. Na sitaki kusema mengi kwa sababu viongozi wenzangu na wengine wamesema, yangu ni machache. Pastor, mimi ningekuomba tu utuombee sana sana jimbo letu la Kisii na Nyamira. Kuna maneno ambayo haendelee vizuri, kuna shetani mbaya anaingia, watu wetu wengine tumeanza kupoteza utu na kuwa na unyama, tunakatana. Kama juzi kuna mzazi amekata watoto wake wawili. Mimi naomba utuweke kwa maombi, kwa sababu si tungeomba pastor ombe hiyo shetani ipotee. Pena shetani afanye nini? Ashindwe. Na nina imani kuwa leo vile tumekusanyika wengi hapa, haya maombi ambayo tutafanya hapa pamoja na pastor, mimi nina imani maisha yetu tukitoka hapa yatabadilika. Kwa hivyo mimi nataka kuwaombea mema tukishirikiana kwa sababu ya siku hii ya leo. Na mimi pastor, hata kama huyu ndugu yangu Duke alisema yeye anataka kuanza kuwa deacon, mimi nimeingia katika kile kikundi kinaitwa Adventist Men Organization. Na mimi ni mwanachama, na hakika tumetengeneza kwaya yetu mahali ninatoka, hata Crusade kanisa yangu nyumbani, na naimba ile sauti inaitwa TENA, ile ndio natumia sana sana. So mimi ningeomba pastor endelee kutuombea, tuendelee kushirikiana kama assembly yetu ya Nyamira, kwa sababu ya mahitaji ya wananchi hawa wetu ambao walituchagua. Kwa hivyo tutazidi kushirikiana kwa uzuri. Na pastor ulipo nyumbani, tafadhali peleka salamu zetu na sisi utualike, angalau siku moja tufike. Hata sisi tunasikia watu wa Tanzania ni wakarimu sana, tungetaka pia kupata hii experience. Asanteni sana, Mungu awabariki, mrudi hapo wageni, mrudi salama na amani ya Mungu. Asanteni. Asante ndugu yangu majority. Aliyefika ni speaker wetu wa county assembly. Speaker wa county assembly. Anaitupenda. Niliyempinga kidogo, lakini sasa alipoingia akaona tukiwa wote pamoja ni kutembea vizuri. Waziri Ombati, tafadhali karibu. Kanya kega kwa David Karamo. Mwaigule nengo baba stoitone bigibia kuchira. Nimewaambia kuwa unawapenda pia. Mibaraka iko baki kwangu peke yangu. Huyu ndugu yetu mlikuwa na yeye hapa wiki iliyopita. Tulipoongea na yeye alikuwa amealikwa kwingine, lakini akasema yeye na familia yake nao pia watashiriki na wewe, ili tuone ile maneno ya gari ya pasta imeisha tukiwa na yeye. Mpenzi wa gavana sana. Itakayotukosa ataona wenye atafanya ili tufikie hiyo goli la kupata gari letu la pasta. Pastor Magoti, last week tulikuwa pamoja
Asante sana kwa sababu ya kazi nzuri ambayo umekuwa ukifanya majuma mawili, na tunashukuru Mungu kwa sababu watu wa Mungu wamepata neno, wengine wamebatizwa, na naomba siku ya leo tunapomaliza wengine wapate ubatizo, hata kama sio wa maji wapate ubatizo wa Roho. Kwa majina mimi ni Ombati, Dr. Ombati Timothy Mokua. Mimi ni daktari wa watu, na juzi Mungu alisema acha niinuke kidogo niwe waziri wa afya Nyamira County. Nashiriki Nyamira Central, mimi ni member wa Nyamira Central. Pastor nimeoa, na bibi mmoja na watoto 3. Na bibi yangu yuko hapa, tamuomba asimame na yeye aonekane na wengine. Madam, songa tu mbele kidogo. Yes, mbele kidogo. Wasalimu, salute watu wa Mungu. Asante sana na Mungu awabariki. Narori gari ya wasta lero nkobere. Ndugu yangu chief officer wa hii department, nakaa hii ni watu wanamcha Mungu sana. Chief officer sasa yeye ndiye anafuata ule kwa hiyo hierarchy ya afya. Na ni ndugu yetu. Hii gari itatosha leo, nimekwambia pastor. Nimeona kabisa. Na si gari peke yake, tutatoka hapa tukiwa tumejawa na neno. One minute. Rochirene. Abantu bo monene abake na abanene na bakwani mbiamole. Wasafiri wa mbinguni wakubwa na wadogo, na wasalimu kwa jina la Bwana. Hamjambo. Hamjambo tena. Yesu ni mwema wakati wote. Yesu ni mwema. Asante sana, tunashukuru kushiriki nanyi hapa leo. Tumekuja kuabudu Mungu na tumepata baraka ya Pastor Magoti, na ile maombi yote umetuombea tunakubali, na tunaomba tuzidi kuombewa. Kwa majina naitwa Mwenga Momanyi, kwetu ni hapa Posose. Nashirikiana na Daktari Ombati katika idara ya afya. Asante na Mungu awabariki. Ya mwana mitu. Nakwe banga bano tindi korwa mutara kwa ni mwensi abana ile libaga. Ni kusema tu wamefurahia kuwa na, they are very happy and they welcome you very much. Kwa wakati huu inakaribia kumaliza sasa, sababu waliobaki ni wakubwa wangu wawili, speaker wangu na mjumbe wangu wa eneo hili, ndugu yangu Steve Mogaka. Pastor, mimi ningependa kusema upokee kwanza salamu za governor wetu Amos Kimomi Nyaribu. Muliongea naye na akasema bado mtazidi kuongea, na ya mlioyaongea unayakumbuka vizuri, na nasema tazidi kusimama na wewe. Pokea salamu za deputy governor ndugu Gesami, muliofanya mkutano na yeye mkiwa huko Keroka, na amesema nikusalimie. Na nilipomweleza kuwa siku ya leo ni siku kuu yako juu ya yule ndugu yangu ndugu Evans Nyaega, akasema tusimame naye na shilingi 10,000 sababu ya hiyo mradi ulioanzisha. Na mimi kama MCA wako, na mimi pia nitasindikisha hiyo sadaka yetu na shilingi 10,000. Gonjira beti 20. Na utakaporudi ukienda tafadhali, na mimi ndakupatia shilingi 10,000 utumie kama fare utakaporudi huko kwetu Tanzania. Zidi kutuombea. Nande ndagite ko babori g'abantu abaminto mora mwensi abakristo baminto. Kurumagaga samo tuko mwangeiro borai. Tagite ko babori nga ngoronde nare natacha na etani imanyete gusinta maiti. Akika toko kore Crusade ntware kwabera na inje ngoronde nare inje untacho manyete gusata manyeti ankoro yana bonta geterabe onyene karo monene ga gukurangiri yato kukurara kumumanyete Kristo ese njongo kanare nga tobwenene tikorara kubwange tondo mino. Nyasaye bubu yo bonge tare mesimore omanene Kristo abasisenie ekaronta getikorangeria speaker wangu ndio kwa wale ma speakers wote wa county assemblies. Speaker wangu ndio kijana mdogo kwa hiyo umati wote wa maspika, na ni kijana mcha Mungu. Tulikuwa naye akiwa MCA
hiyo kipindi kingine nikiwa leader majority alikuwa chairman wangu wa health. Mimi ndio nilikuwa nampanga. Nikisema left as tani left anapata tabu. Sasa yeye leo ndio mdosi wangu tena bana. Nilipomwambia tunaombewa leo akasema mibaraka ya Bwana isimpite. Kijana mdogo. Na nilimwambia kuhusu hii maneno ya ndugu yangu pastor wangu Evans Nyaega. Na akasema naye lazima afikishe sadaka yake ili tuone tunamsaidia ndugu yetu naye apate gari. Mheshimiwa Speaker, wanasema ukitupa macho assembly na mimi usinipite tafadhali, nipe nafasi. Hii nataka tufanye kazi na nyinyi. Asanteni na karibu kabisa Mheshimiwa Speaker. Asante sana Mheshimiwa Deputy Leader Majority kwa nafasi hii. Pastor wa siku ya leo, na mimi ningependa kuchukua wakati huu kushukuru na tushukuru Mwenyezi Mungu kwa ile nafasi ambayo ametupea. Tulimaliza mwaka wa 2022 na amekubali tumejikuta hapa leo katika hii sabato ya kwanza ya mwaka wa 2023. Tunashukuru kwa hayo yote. Aba chubanya sae mwensi nkolera okobako igambo ya mole na inde obwanchani bwa Yesu nigobole obwanchani bwa Yesu nigobole gocha igoro nigobole gocha igoro nigobole gochanse nigobole gochanse nigoboro bogale nigoboro bogale tanyare go etana wancha ya saa sisi niwe. Na mimi nilisema tutakuwa pamoja hii siku ya leo ili tukaweze kueneza injili ya Bwana. Vile mesikia kwa majina naitwa Enoch Okero, ni nche omanagalebuye bunge ya ito ya Nyamira gaiga. Abantu ba Nyamira mwensi mbaira lingambu ya mona. Asogo tusaberani na asobo enchani noko bwatera na kolimu aretira asitole. Asitoya ndatako kolega asiali. Gento kende gya kabere mbaira nelinga mbuya mono ase okwa Mheshimiwa Duke libaga nehere airane tokolega asia sobwamo. Saya nangete libaga nkaba ase myaka 5 buno mu MCA Mheshimiwa yale mu majority leader. Ase myaka 5 ntwira netikiara no ene litukerimo. Na ase meroberi litwale gukora ikagere serikali egasuka. Nabonta yako kobatei mwensi ngoko bako kwae na kukwale ko bamutu. Abantu be town mwensi nko bayerelinga mbuya mono musajo no muyale mubwatesie musire oboraye boko bwateranwa bwasaberwa na inde bwasiro egere na litora asuka sinchirere ndunge kubwa mono tingo twara mange lituke litiriri eliane chenale ko batebinga mbuya mono omwako yo twansire obuyabwanya saye botigara semole twanda ko bwaterana na inde tusabere serikali ito ya Nyamira egere na eresuke mutu. Gento kende gya kabere Mheshimiwa Steve Goko na gocha na eno muntu muyole ngira nali abantu ba West Mugirango ngambu ya mono asama yali onete ko bakolera na ende na watu waleko na ugosabera na ayo mokorogotole nchiraiga nyasanche onyoro bosibole tokolega astogende mutu binte binde bye chikoti tibiriko bebiya ebigo chereria abantu baito konyora morendo nyasawo yabwe bakoleka aso mwakoyo abasiseni mwenzi na ende moto kwana libonsi yakaro moko ira nanka mubate yo monogeli na abanchete na endo bakwanire Marieta Enoch Okero bia mono sana. Mwespiko nembi ya mono. Huyu kijana alitoka Amerika hiyo wakati mwingine akiwa MCA. Wiki 2 peke yake na akakuwa MCA. Alishindwa kakaa nje mwezi moja peke yake akakaa speaker. Ni mtu ni mbarikiwa wa Bwana na tunamshukuru sana. Na ndugu yetu Steve, asante kwa kupenda watu wako.
sababu nilipomwongelesha tu alisema kama ni kwa Pastor Magoti pia mimi nitafika nipate mibaraka. Na kuna katatizo kidogo alishinda, lakini bado wanamwekea vikwazo. Maombi tumwe, kama ilikuwa ya haki apatiwe wakati wake, aongoze watu wake. Asante sana, Mungu awabariki kabisa. Sasa hatujui kama ile mchango yetu ile kidogo, wale wenzangu nao pia wamalize, tupatie mjumbe wetu akimaliza kuongea ndio tu. Asante sana ndugu yangu Steve, mpenzi na mpendo wa West Mugirango, karibu kabisa. Abakristo, happy Sabbath, happy day, happy new year. Wengi wetu si tumeonana leo, nashukuru Mungu. Pastor Magoti, Mheshimiwa Speaker na wabunge mlioko, Mheshimiwa Waziri, Chief Officers na viongozi wa kila aina ambao mmetafuta wema wake Mwenyezi Mungu katika kongamano ya leo. Nataka kushukuru Mungu kwa siku ya leo. Na nataka kushukuru Pastor kwa hii crusade ambayo imefaa sana. Nilipojulishwa Pastor wangu Mtanzania ako nyumbani, ilinitatanisha. Kwa sababu leo hii nilikuwa na mambo mawili ningefanya. Fanya ibada kule Nairobi, niende kule Naivasha mahali viongozi wa nchi wako, ama niende kupokea bibi wangu anarudi kutoka kazi ng'ambo. Sasa huyu Duke aliponiambia, nikamwambia hiyo yote ni ya dunia, mahali Mungu ameniita ni hapa, na kwa sababu hiyo nimekuja. Nashukuru Mungu amenipa journey mercies kuja kuungana nanyi. Napokea salamu za Madam bibi yangu Lydia, ambayo nilimwambia ukianguka ndege noma etebuo na okonyora, so ataingia. So nikishasema hivyo, leo si siku yetu ya wanasiasa, na nitaomba radhi msiniruhusu nizungumze, ila tu kuwashukuru na kushukuru Mungu wangu kwa kujibu maombi nami kunifanya mbunge wa West Mugirango. Na mjambia Pastor Magoti kuwa mimi ndiyo mjumbe wa kwanza Mwadventista baada ya miaka 30. Na hiyo imani ambayo Mungu aliona na sisi wakati huu tupeane uongozi, mimi na kuomba Mwadventista mwenza, tuombe Mungu atutumie kuleta upendo, amani na mali kwa watu wake, na furaha kwa ndoa, kanisa zetu na mashule yetu yaendelee kuimarika. Niko na sababu ya kutosha ya kushukuru Mwenyezi Mungu. Na ile shukurani tu nitapea Mwenyezi Mungu ni kwa huduma kwa wananchi wetu wa West Mugirango na Kenya mzima. Na ndiyo sababu nikiwa katika nyumbani kwangu, kanisa kuu kama hii, nataka kuchukua hii nafasi kuuliza viongozi wote ambao tumechaguliwa, tuwe na watu, tuwe na utu katika utumishi wetu wa wananchi wa Kenya. Uwe ni rais wa Kenya mpaka MCA, tujue every Kenyan matters. Kura ziliisha, kura ni election. We do election, but God chooses leaders. So those of us who have been chosen, it is my prayer before this holy place that let us serve every Kenyan without fear or favor, as we have sworn under the Constitution of the Republic of Kenya. Na ndio naendelea kuuliza rais wa Kenya kwa unyenyekevu kuwa si vyema kuwa kwa mara ya kwanza hakuna Mkisii hata mmoja katika position ya principal secretary, na hapo ndio check ya Kenya inawekwa signature. Bado tunaendelea kumusihi, it is never too late. We are also taxpayers. It is also important that we participate in making decisions about how our taxes are going to be applied.
nirudi nyumbani, mimi nitawahudumia kama Mwadventista, kama Mkristo, bila ubaguzi wowote. Na nataka zote tujue tulimaliza kura. Kura ya Kenya ni secret ballot. Haijalishi ni nani ulipigia. Ile inajalisha ni wewe ni mtu wa West Mugirango, wewe ni Mkenya na utahudumiwa. Ningesimamisha wale wangu tunafanya nao katika ofisi, lakini hakuna wakati, tutafanya wakati mwingine. Iko nkuba sorora aba Kristo baminto twege nena komokorera Nyasaye egekogera ijinere nchira yoka ira konyense ya Kenya, ijinere nchira yoka ira toe amagendero. Abana mubwata chika chaino bataregere obubundigete ya college nere ya sireto kwa nsio motienyo yoga lia nyaigesa ekwegeria abana obufundi umwana abo omanyete korosie tukia umwana manyekobo mwagachi umwana abe bundiye yestima ebundiye gari esaulie kabekire are mono nkonye tosomia abana kogenda ndi korora buna ngokora tutenenere college yewe basi abana baitu baline basi mambia bagenda begirigwa na ndi bairanigwa morogoba. Lakini yekero twakorire igo na inu moche morore toro sie town campus ye college yo egera abana baitu bacha basomeraga igange egera bairanaka. It's a very expensive thing for now, lakini tigato ansero kero twabekira abana baisaine no nyenje karongo tenanga abana babonse pi gomutagete bagende boarding teyo asitayo bago chikurara ntagete bana baitu bagende kurara ali rusana utagete bagende school bairaneka chigomoche mumbwatsi ayina yande ninche nche nyorali bakaligi yali yokoba kwani chipara cheito nasabira mabera chipara tubwate ntumanyite buna chire inga umutienyo yobwoka mutienyo kabere ngwansi tole kurali pea chipara cheito egere chietike. Lakini rende una nabulie president na into West Mugirango ntodisabetie pale mwamu kuna chi constituency chinde igeka moko yuko na komwakira matitiria West Mugirango na ronke nyere uikatu anchire na tobekerwe budget allocation for bitumen road pale mwamu ayande yabana bago cha kwenda chiskuru kamuranje tubwatirane mwana tatigaraka abana bali batenenia amasomo abo ngana sisa ulichibese chibolete kamuranje as a special case mubeka malieta yabana abo asobisie yere magaga umwana Adventist yaro mu manager mumuro ogiresi nyarusa kurugari ngumbu mombekira abana abo malieto as a special case torusia abana abo gonko ba adopt buna Steven Mogaka egeremba tinindire school fees yabo as a special case paka bakulire university tiga tobeke kanisa ya lero asama boka Nyasaye musabe nali mwa dukiare kona goteba yokugayana tiga tugayane ngora igo nje Nyasaye nchorete na bwate besa nali ko ndanchore Nyasaye uliondorekanirete kigasoa chionsi andi chikabarubuya magaga iga wiki yene yende ntojo tujimanore totebikira omuntu ngama ababintu nabachiabete igo nje sibiri tinkolie kyobwama etoke ngatali nche nachore twe tinkobero none takekeyemo. Lakini asesa ulimanyete ng'abakungu abamura mpaka mwando kanaomi mokandusi sikongo monto oyo tigatorwera yonkobaira lingambi yamono na hindi mbakorere kenenge chigasoke na ende kyobororokero kineke niye kineke n'Abadventista tukugambirana igari abarandi muboke motokonye ntogoikania asali. Namalizia hii Pastor Magoti. Nashukuru Mungu kwa Pastor Nyaega kwa sababu mimi na familia yangu tulishughulikia masomo yake. Na wakati imefika sasa tunataka utuhudumie, hautapungukiwa. Ya, nitasimamia pande yangu na unajua tunarudi huko kwa familia, ninasema vile tunasema tutakuja hiyo gari tunataka kujua ni siku gani anastahili kuweka ignition. Ya, kama haiko hapa saa hii hata yangu nitapeana. Sijapewa ile ya bunge, mimi natumia ile yangu. Ile ya bunge sijapewa kwa sababu kuna watu wamepinga mimi si mjumbe.
So mimi sitaki kuchukua gari ya bunge kama mimi si mchumbe. Na Mungu akinijalia nikiachiliwa na wanyene eri nabongo gutigera bo niri yangetirie na ati ngo gutigera gusinoira abana ba Nyasaye igoro. Nyasaye tutenenere asemirime yose. God bless you all. Asante sana. Jamani, Bwana asifiwe. Nimwalike Lamek na Michael na tunataka tuanze ibada sasa. Tunataka tuanze ibada na tumwalike na Ruthi kutoka kwaya ya Heaven Targeter aje hapa mbele. Tunataka tuimbe tenena 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 tenena. Sasa tenena, tunataka tuimbe wimbo namba 41 kutoka kwenye Swahili Hymns, Roho Mtakatifu. Ruth yako wapi? Yule mama yetu wa Ekiage wa Heaven Targeter, Mama Ruthi. Alafu kisha tutakuwa na maombi special kwa ajili ya waheshimiwa. Mtaniruhusu niyafanye after sermon waheshimiwa, na pia nitangaze tu hapa wakati ninasema nitatoa pesa shilingi 10,000 ya pasta, nilikuwa sina hata shilingi moja, lakini ile ambayo mheshimiwa Duki amenipa ya usafiri naomba uiweke kwenye gari ya pasta. Najua tu nitasafiri. Kwa hiyo Duki atatoa 10,000 ya deputy governor, atatoa 10,000 ya kwake na 10,000 ya Magoti ambayo itajumlishwa kutoka kwenye Heaven Targeter. Kwa hiyo Heaven Targeters tumetoa 20,000, Mheshimiwa Duki ametoa 10,000, deputy governor 10,000. Hao waheshimiwa wengine watatoa baadaye, nitawaelekeza njia mzuri namna ya kutoa. Mheshimiwa Duki, my happiness ni kuona Pastor Nyaega anaendesha gari. Mchungaji Nyaega apate gari. Kwa hiyo Daktari Abeli, ukichukua 30,000 jumlisha 10,000, mpaka sasa tuna keshi ya 40,000 kutoka kwenye 1,400. Na hao waheshimiwa hapo, nimeona speaker anataka kufanya mambo makubwa. Mheshimiwa mbunge naye atafanya mambo makubwa, na hao waheshimiwa ma MCA watafanya mambo makubwa. Na Nyaega sasa anza kuwa unafanya mikono hivi kama una drive, anza training ya kudrive na hiyo gari. Mheshimiwa mbunge, tunaamini itanunuliwa kesho kwa utukufu wa jina la Yesu. Karibuni katika ibada. Roho Mtakatifu, twende. Roho Mtakatifu, kiongozi amini, utushike mkono tulio wasafiri, utupe kusikia sauti ya upole, msafiri fuata na ongoza nyumbani. Wewe ndiwe rafiki, msaada karibu, tusiache shakari na tukiwa gizani, utupe kusikia sauti
zikiwa zimekwisha, wala hatuna tamaa ila mbingu na sala. Utupe kusikia sauti ya upole, msafiri fuata, naongoza nyumbani. Kama we ni mgonjwa, weka mkono sehemu inayouma. Kama unaumwa mwili wote, weka kwenye moyo wako. Tunapoenda kufanya ombi hili, kuna nguvu ya Mungu inaenda kuachiliwa kabla tujaanza ibada ya leo. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu utendaye maajabu. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Wewe ni mfalme wa wafalme. Wewe ni Bwana wa mabwana. Wewe ni mtakatifu. Wewe ni Mungu uliyetukuka. Wewe ukisema ndio, hakuna wa kusema hapana. Tumekusanyika kukuabudu wewe pekee. Tumekusanyika kukuabudu wewe. Tunaomba upate kuonekana. Amen. Tumekuja na mizigo ya dhambi. Tunaomba Mungu utusamehe. Wewe umejaa rehema na neema. Wewe ni Mungu mwenye huruma. Wewe ni muumbaji. Wewe ni Ebenezeli. Wewe ni Jehova Nisi. Wewe ni Jehova Shalom. Wewe ni Jehova Ile. Wewe ni Yawe. Wewe ni Abba. Wewe ni Mungu. Shuka sasa Jehova. Amen. Shuka sasa Jehova. Amen. Shuka katikati ya kusanyiko hili. Watoto wako wameweka mikono sehemu zinazouma. Ninaomba ile nguvu inayoponya, nguvu ya uponyaji, nguvu kutoka kwenye kiti cha enzi, ile nguvu ya uponyaji ipite sasa. Amen. Na kila mgonjwa kwa jina la Yesu Kristo, magonjwa yatoweke. Amen. Magonjwa yatoweke. Amen. Magonjwa yatoweke. Amen. Magonjwa yatoke. Amen. Mwenye magonjwa kwenye moyo yapone. Mwenye magonjwa ya kansa apone. Amen. Mwenye magonjwa ya sukari apone. Amen. Mwenye mauvimbe kwenye tumbo, mauvimbe yatoweke. Maumivu ya miguu, maumivu ya kichwa, maumivu ya kila namna, katika jina la Yesu, kila roho ya shetani toka. Amen. Toka. Amen. Toka. Amen. Toka. Amen. Toka. Amen. Kwa utukufu wa jina la Yesu. Naomba mimi nipungue na wewe Yesu uongezeke. Amen. Tunapohitaji kusikia neno lako, Mungu wangu, nipe cha kuongea sasa. Baadaye tutakuwa na maombi maalum kwa ajili ya wanasiasa na viongozi wetu. Maombi tutakayowaombea baadaye, chote tutakachokitamka kwao kikatokee. Kama ni watoto wao, maombi iwafikie. Amen. Kama wana challenge kwenye siasa zao, maombi ifike. Amen. Baba, leo hawa wanasiasa na viongozi wetu waliofika leo, tunatamani miujiza ya live. Amen. Itokee kwao. Amen. Na wote waliokuja kusali leo, wakina mama na wakina baba, vijana na wasichana, wakubwa kwa wadogo, kila mmoja leo atoke akiwa amebarikiwa. Amen. Nitumie mimi na Pastor Abinel kuliko jana na juzi. Give us a very special anointing power. Amen. For your people.
Amen. We are surrendering all to Jesus. We hope that you are going to touch our lips. You are going to anoint us. Pastor Abinel pamoja na mimi tutumie sasa. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Tunaomba na hata kuamini. Amen. 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 Kaa kwenye kiti chako. Kaa kwenye kiti chako. Somo letu la leo lina kichwa kinachosema usilie tena. Usilie tena. No more cry. Mwambie jirani yako usilie tena. Usilie tena. Geoffrey, usilie tena. Mwambie jirani yako usilie tena. Somo letu la leo linasema usilie tena. Torera naende. Torera naende. Torera naende. Torera naende. Usilie tena. Torera naende. Usilie tena. No more cry. Torera naende. Usilie tena. Torera naende. Hapo zamani nikiwa mtoto mdogo nilikuwa na shangaa kuona watu wazima wakilia. Nilikuwa na shangaa kuona mtu mzima analia. Lakini nilipokuwa mtu mzima nami pia nililia. Kuna nyakati unaweza kulia. Zamani nilifikiria wanaolia ni watu dhaifu. Ni watu ambao wako dhaifu. Lakini baadaye nilipokuwa mtu mzima nilitambua mtu yeyote anaweza kulia. Labda ni iweke vizuri, Roho amezungumza na mimi hapa sasa hivi. Mheshimiwa Duki, hiyo crusade itakayoifanya tutaifanya kwa makanisa mawili, Brown na South, yataungana pamoja, na nadhani ni district. Kwa hiyo itakuwa ni hiyo ya Brown na South. Sikiliza, watu wanalia. Nami Magoti kuna siku nililia. Hata leo nimelia. Nikiwa nimekaa hapo, ninawaangalia watu waliojaa kwenye mkutano. Wengine wamekaa kwenye jua. Wengine wamesafiri safari za mbali. Nikiwa na watazama, machozi yakaanza kunitoka. Pastor Abineli alipoona ninalia, akaniwekea mkono. Akasema Mungu akutumie. Nikawa nawaza moyoni, hawa watu wamekuja na Baba umenipa nafasi ya kuhubiri. Nitahubiri nini? Machozi ikanitoka. Nikaanza kulia. Nikaanza kulia. Nikaanza kulia. Siku moja mke wangu kichwa kilimuuma sana. Mke wangu akalia. Akawa analia. Kichwa. Mke wangu akalia. Siku moja
nilipata ajali mbaya sana ya gari mwaka wa 2017. Mke wangu akapata changamoto ya kujifungua, mtoto wangu akapata shida. Mke wangu alijua nimekufa. Mke wangu akalia ya kwamba mme wangu ameenda. Mke wangu akalia. Niliporudi Tanzania, watu wa kanisa walikuwa wamejaa airport kuja kunipokea nikiwa nimefungwa mkono wangu, kichwa changu kimefungwa, nikiwa nimeshikiliwa, siwezi kutembea, miguu haina nguvu, mgongo hauna nguvu. Mke wangu aliponiona ninatoka kwenye mlango wa airport, Veronica akalia. Na mimi nilipomuona mke wangu analia, na mimi nikalia. Kanisa likalia, watu wakalia. Ninaamini hata wewe ulishawahi kulia. Ni wakati gani ulilia? Mwingine alilia pale mama yake alipokufa. Mwingine alilia pale baba yake alipokufa. Mwingine alilia pale biashara yake ilipoharibika. Mwingine alilia pale mahusiano yalipoharibika. Je, ni wakati gani ulilia? Ulilia wakati gani? Ulilia wakati gani? Wengine wakiwa na furaha wanalia. Yawezekana mwanasiasa mmoja alipoambiwa umeshinda, machozi yalitoka. Kuna machozi ya furaha yanatoka. Kuna machozi mengine ya huzuni. Kuna wengine wanalia kwa sauti. Kuna wengine hawatoi sauti, lakini wanalia. Biblia inatuonyesha watu ambao walishawahi kulia. Biblia inatuelezea watu ambao walishawahi kulia. Leo mtaniruhusu niwataje watu wachache ambao walishawahi kulia ndani ya Biblia. Mtu wa kwanza anaitwa Hajiri. Hajiri, ukisoma pamoja nami kitabu cha Mwanzo sura ya 21 na ule mstari wa 16. Mwanzo sura ya 21 na ule mstari wa 16, lakini ni vizuri ukianza mstari wa 14. Biblia inasemaje? Biblia inasemaje Geoffrey? Ibrahimu akaamka asubuhi na mapema. Ibrahimu akaamka asubuhi na mapema. Akatoa mkate na kiriba cha maji. Akatoa mkate na kiriba cha maji. Akampa Hajiri. Akimtwika begani pake. Akamtwika begani pake. Na kijana. Akamruhusu naye akatoka. Akapotea katika jangwa la Berisheba. Hajiri akapotea katika jangwa la Berisheba. Yale maji yakaisha katika Biblia kiriba. inasema yale maji yakaisha. Akamlaza kijana chini ya mti. Hajiri akamlaza kijana chini ya mti. Akaenda akakaa akimkabili. Mbali naye. Kadiri ya
mtupo wa mshale. kadri ya mtupo wa mshale. Maana alisema nisimuone akifa. Naye akakaa akimkabili. Akapaza sauti yake. Hajili akapaza sauti yake. Akalia. Hajili, maji yalipoisha, chakula kilipoisha, akaona mtoto wake anakufa. Hajili akalia. Kuna mtu yuko hapa anapoona mambo yake yameharibika, chakula kimekosekana, machozi yanamtoka. Ninatamani angekuwepo dikoni mmoja upande huu azuie watoto wanaopita pita hapa. Hebu sikia. Hajili akalia. Hajili akalia. Kwa nini analia? Chakula kimeisha, maji yameisha, amepotea. Akalia. Ni kitu gani kinakufanya ulie? Ni kitu gani umepoteza kwenye maisha yako? Ni kitu gani kimeisha ndani yako? Hajili maji yaliisha, akalia. Hajili alipotea, akalia. Hajili alifukuzwa, akalia. Machozi yakamtoka. Mtu wa pili aliyelia ni Esau. Esau. Kitabu kile cha Mwanzo sura ya 27. Mwanzo sura ya 27. Ukisoma mstari wa 30 mpaka mstari wa 33, Biblia inasemaje? Biblia inasemaje? Ikawa Isaka alipokwisha kumbariki Yakobo. Ikawa Isaka alipokwisha kumbariki Yakobo. Na alipokuwa Yakobo ndiyo kwanza ametoka mbele ya Isaka. Ametoka katika mikono ya baba yake mbele ya Isaka. Baba yake. Mara Esau ndugu yake akaja. Naye Esau ndugu yake akaja. Kutoka katika kuwinda kwake. Naye pia amefanya chakula kitamu. Akamletea babaye. Akamwambia baba yake. Hebu sikiliza. Esau alipoenda kumbariki baba yake kwa chakula ili apewe baraka, akakuta baraka zake zimekwisha chukuliwa. Biblia inasema mstari wa 34. Biblia inasemaje? Esau aliposikia maneno ya babaye. Esau aliposikia ya kwamba baraka zake zimechukuliwa, akalia kilio kikubwa cha uchungu sana. Akamwambia babaye. Akalia alipoona baraka zake zimechukuliwa. Kuna watu katika dunia hii, unaweza ukaahidiwa kazi ile, umejipanga kwa ajili ya kazi, ukaambiwa ile kazi imechukuliwa na mwingine. Machozi yanaweza kukutoka. Unaweza ukawa na msichana yule mmeshapanga naye ya kwamba nitakuwa bwana yako, na msichana anajua huyu atakuwa bwana wangu, kijana anajua huyu atakuwa bibi yangu. Kijana akiwa kwenye maandalizi ya harusi, anaambiwa ya kwamba yule mtu amechukuliwa na mwingine. Machozi yanatoka. Unalia unapojipanga kwa ajili ya mambo fulani. Umejipanga kabisa ya kwamba hii kazi ni ya kwangu, hii biashara ni ya kwangu, hii tenda ni ya kwangu. Umeshajipanga, alafu unaambiwa tenda hiyo imechukuliwa
na mwingine machozi yanakutoka. Je, wewe ni wakati gani unalia? Ni wakati gani unalia? Ni wakati gani unalia? Ni wakati gani unalia? Sijui kama wale watu wa saundi, hii monitor mlipoitoa pale imeharibu au iko sawa. Munionee huruma, ninateseka kidogo. Uiweke vile ilikuwa. Uiweke vile ilikuwa. Mungu akubariki sana hapo hapo, sawa kabisa. Bado na safari ndefu, nataka nife nikiwa na above 80. Sijaona baraka za Duke, nataka kabla sijafa nimuone Duke akiwa ameenda mahali na kumuombea. Hebu sikia. Esau akalia kilio kikuu. Ikafika hatua Esau akalia kwa baba yake. Ukisoma mstari wa 38, hebu sikiliza Esau alivyokuwa analia. Mstari wa 38, Mwanzo 27 mstari wa 38, Esau anasemaje? Esau akamwambia babaye. Esau akamwambia baba, una mbaraka mmoja tu babangu. Baba, umebaki hata na mbaraka mmoja. Unibariki mimi. Unibariki mimi. Mimi nami. Mimi nami. Babangu. Baba yangu. Esau akapasa sauti yake. Esau akapasa sauti yake. Akalia. Akalia. Unajua kuna nyakati unapoishi katika dunia hii, kila kitu ulichokitegemea kinaweza kuondoka maishani. Kila kitu ulichokitegemea kinaweza kuondoka kwenye maisha yako. Ukashangaa machozi yanatoka. Machozi yanatoka. Esau alitegemea ya kwamba akitoka porini kumtengenezea baba yake chakula atapata baraka. Esau alipofika akakuta ndugu yake Yakobo amechukua baraka. Esau akalia akasema, baba, hata kama kuna kidogo naomba unipatie. Unajua kuna wakati unaweza ukapita kwenye kilio ukajikuta unafanya kazi ambayo haiendani na elimu yako. Kuna wakati unaweza ukapita kwenye shida ukashangaa unasema, Magoti, the way mapenzi yalivyonitesa, niombe niolewe na yeyote. Yeyote. We msichana, ukiolewa na yeyote, kubali kuishi maisha yoyote pia. Kuna watu wanalia. Kuna watu wanalia. Msione watu wanatembea barabarani. Kuna watu wanalia. Wengine ndoa zimewafanya walie. Wengine biashara zimewafanya walie. Wengine umasikini umewafanya walie. Wengine watoto wamewafanya walie. Wengine magonjwa yamewafanya walie. Nakumbuka nikiwa Kisii Central mwaka jana, ninafanya makambi. Mama mmoja aliletwa akiwa na kansa. Yule mama akaniambia, Pastor, naomba nikuonyeshe the way ziwa langu lilivyoharibika. Yule mama alipotoa nguo yake hivi, kidonda kikubwa. Nilipomtazama, machozi yalitoka kwenye macho yangu. Akaniambia, Pastor, nina uchungu ninaopitia. Ninapita kwenye uchungu. Yule mama wakati anasema, mimi machozi inanitoka. Yule mama machozi inamtoka. Elida ambaye tulikuwa naye kwenye kile chumba cha maombi, naye machozi
ikamtoka. Ngoja nikwambie kitu, kuna wakati unalia. Esau akalia kwa sauti kuu, akalia. Mtu mwingine ambaye aliwahi kulia kwenye Biblia anaitwa Yusufu, mtoto wa Yakobo. Unafahamu ya kwamba Yusufu ndugu zake walimchukia, wakamuuza utumwani. Yusufu akakaa utumwani, ikapita miaka mingi. Kwa sababu Daktari Abeli, Yusufu aliuzwa akiwa na miaka 17, akiwa kijana mdogo sana, akaanza kuchukiwa. Unajua kuna wakati unaweza ukachukiwa pasipokuwa na sababu. Na unapoishi katika dunia hii, wanaweza tu wakatokea watu wanakuchukia tu. Wanakuchukia tu. Wanakuchukia tu. Wanakuchukia tu. Na mimi nataka nikwambie, ukiona mtu anakuchukia, usipambane naye. Naomba nirudie. Yeyote anayekuchukia, kuna mambo mengi umemzidi maishani mwako. Yeyote anayekuchukia ni yule tu uliyemzidi. Ukipambana naye, utashare naye baraka zako. Jifunze kunyamaza. Wanaokupenda ni wengi kuliko wanaokuchukia. Wanaokupenda ni wengi kuliko wanaokuchukia. Hebu sikiliza, chuki zingine zaweza kuwa baraka ya maisha yako. Magoti, naongea kitu gani? Sikiliza hii sentence. Sikiliza vizuri. Yusufu alichukiwa na ndugu zake, alipendwa na baba yake. Upendo wa baba haukumsaidia lolote. Chuki za ndugu zilimfanya kuwa waziri mkuu. Kuna mtu amenielewa? Matatizo mengine ni msaada wako. Wengine wakikuchukia ndio wanakutengenezea promotion. Magoti, unaongea kitu gani? Nimewahi kuona kuna watu wakichukiwa wanalia. Nimewahi kuona kuna watu wakichukiwa wanakasirika. Mimi nataka munichukie. The more unavyonichukia ndio the more ninavyobarikiwa. Na mimi I'm very happy, waheshimiwa. Mimi hapa vile mnaniona nina vita sana. Na wote wanaonipiga vita wanabaki wako pale pale. Mimi kila siku Bwana ananipeleka. Kila siku Bwana ananipeleka. Wanaendelea kuchukia, mimi nawatamkia baraka. Hata nimeshawaambia kwa yangu ya Heaven Targeters, wabarikini wanaowasema vibaya. Yeyote anayekusema vibaya, wewe mtamkie baraka za Bwana. Kwa nini? Mti wenye matunda ndio unapigwa na mawe. Yusufu akachukiwa, wakamuuza akiwa na miaka 17. Yusufu amekuwa waziri mkuu akiwa na miaka 30. Hajawaona ndugu zake kwa miaka mingi. Siku moja alipowaona ndugu zake, Mwanzo sura ya 45. Mwanzo sura ya 45 na ule mstari wa 14 na wa 15. Na ule mstari wa 14 na wa 15. Biblia inasemaje? Biblia inasema, inasemaje Geoffrey my brother? Akaanguka shingoni mwa ndugu yake Benjamin. Yusufu alipomuona ndugu yake Benjamini, akaanguka shingoni kwake, akalia. Akalia.
Benjamini naye akalia shingoni mwake. Benjamini naye akalia shingoni mwake. Akawabusu ndugu zake wote. Akawabusu ndugu zake wote. Akalia nao. Akalia nao. Baada ya hayo, nduguze wakazungumza naye. Ndugu zake wakazungumza naye. Yale yalikuwa ni machozi ya furaha, ya kwamba yule ambaye tulidhani amekufa leo ameinuliwa. Walipomuona wakalia, na Yusufu akalia. Ninakuombea kwa jina la Yesu, mwaka huu Mungu akupe machozi ya furaha. Machozi ya furaha. Machozi ya furaha. Pokea machozi ya furaha. Bwana akupe machozi ya furaha. Bwana akupe machozi ya furaha. Bwana akutendee miujiza hata wewe ubaki na machozi ya furaha. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Mtu mwingine ambaye aliwahi kulia, wako wengi, lakini mniruhusu niwataje wachache. Anaitwa Daudi. Daudi, kitabu kile cha 2 Samueli wa pili sura ya 19 mstari wa 1 mpaka mstari wa 4. Mstari wa 1 mpaka mstari wa 4. Biblia inasemaje? Kisha Yoabu akaambiwa, angalia, mfalme anamulilia Absalom, na kumwomboleza, na kushinda kwao vitani, siku ile kukageuzwa kuwa maombolezo kwa watu wote. Maana watu walisikia siku ile ya kwamba mfalme anahuzunika kwa ajili ya mtoto wake. Watu wakajificha siku ile, wakaingia mjini kama vile watu ambao wanaona fedhea wajifichavyo, wanavyojificha. Wakimbiapo vitani, mfalme akajifunika uso, na mfalme akalia kwa sauti kuu. Daudi akalia kwa sauti kuu, mwanangu Absalom, mwanangu. Basi Yoabu akaingia nyumbani kwa mfalme. Daudi alipoambiwa mtoto wake wa kipekee amekufa, Daudi alilia. Akiwa mfalme akalia. Kumbe hata wafalme wanalia, hata waheshimiwa wanalia, hata sisi preachers tunalia. Kila mtu anaweza kulia. Sikiliza, Daudi alipoambiwa mtoto wake amekufa, Daudi alilia. Nakumbuka siku moja nikiwa nahubiri kule kwetu Tanzania, mji unaitwa Arusha. Nimemaliza kuhubiri, nikafatwa na mtu mmoja, akaniambia ya kwamba Magoti, kuna mzee amekaa kwenye gari, anatamani muonane naye. Nikaingia ndani ya gari. Yule mzee aliponiona, machozi ikatoka. Ukiona mwanaume analia, kuna jambo. Wanaume wengi hawalii. Ukiona mwanaume analia, kuna jambo. Yule baba akaanza kulia. Alipomaliza kulia, akaniambia, Magoti, sermoni ya leo ilikuwa inahusu maisha yangu. Nilikuwa ninafundisha somo linaitwa kufa.
Somo linaitwa kufa. Yule baba akaniambia, mambo yangu yamekufa, biashara zangu zimekufa, ndoa imekufa, watoto tabia zimekufa. Pastor, nimechukua loni, nimechukua mkopo wa karibia 20 milioni Kenya shillings. Nimechukua loni kwa benki, nimeingiza kwenye biashara, biashara imekufa, mke amenikimbia, watoto ni walevi, benki wanataka kuuza nyumba yangu, wanataka kuuza mashamba. Yule baba wakati anasema, machozi inamtoka, machozi inamtoka, akalia, akalia. Oh, sikiliza, kuna mtu yuko hapa, vitu vyake vimekufa, analia. Ni kitu gani kimekufa kwako? Daudi, kijana wake alipokufa alilia. Kijana wake alipokufa alilia. Wewe ni kitu gani kinakufanya machozi yatoke? Je, ndoa yako imekufa? Ndio. Magoti, ndoa imekufa. Mwanaume amenikimbia. Je, watoto wako wanaishi maisha gani? Magoti, watoto wangu ni walevi. Unapoona watoto wako, machozi inakutoka. Kuna mtu yuko hapa ananisikiliza, mheshimiwa mbunge, hata usingizi hapati usiku. Mali fulani Daudi anatuambia kwenye kitabu kile cha Zaburi sura ya 6. Zaburi sura ya 6 na mstari wa 6. Zaburi sura ya 6 na mstari ni wa 6. Daudi anatuambiaje? Nimechoka kwa kuugua kwangu, nimechoka kwa kuugua kwangu. Kila usiku nakieleza kitanda changu, kila usiku nakieleza kitanda changu. Nalilowesha godoro langu kwa machozi, nalowesha godoro langu kwa machozi. Kuna mtu yuko hapa, godoro linalowana kwa sababu ya machozi. Akigeuka upande huu, machozi yanamtoka. Akigeuka upande huu, machozi yanamtoka. Kuna mtu yuko hapa, machozi yanatoka kila wakati. Machozi yanamtoka kila wakati. Ninakumbuka siku moja nilikuwa nchi inaitwa Namibia, nikiwa nafanya Crusade kubwa sana, mji unaoitwa Windhoek. Niliwahi kuwapa story hii, naomba nirudie tena. Ilikuwa ni Crusade kubwa kubwa kabisa. Pastor, director wa ile conference, akaniambia, Magoti, nimetambua Mungu ameweka kipawa ndani yako. Leo naomba twende tukaombee wagonjwa hospital. Basi tukaondoka na wachungaji tuliokuwa nao pale na director wa conference, tukaenda kwenye hospital moja inaitwa St. Mary's, hospital kubwa. Tulipofika tukaanza kuombea wagonjwa, tukaanza kuwaombea wagonjwa, tukaanza kuwaombea wagonjwa. Tulipomaliza tukawaambia wale watu wa hospital, asanteni kwa nafasi, tunaondoka tuende kwenye Crusade sasa. Wakati tunaondoka, tukamuona nurse anakimbia, mama yule anakimbia, anasema, pastors, simama, 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 simama. Tukasema, huyu mama ana nini? Akasema, wachungaji, kuna mgonjwa mmemsahau, ninatamani twende tukamuone. Nikaambia, muda wetu umefika wa Crusade. Akasema, hata kama muda wa Crusade umefika, tunaomba hata 1 minute mkamuombee huyo mama. Tukaingia kumuona yule mama.
Yule mama alipotutazama akasema, Pastor Magoti yuko wapi? Nikaambia, mama, ndio mimi hapa. Akasema, ndiye wewe, ninakutazama kwa television, ninakusikia kwa radio. Ndio wewe Magoti? Ndio wewe? Nikaambia, ndio mimi. Akasema, ndio wewe? Nikaambia, ndio mimi. Akasema, ninamshukuru Mungu umefika hapa. Magoti, niombe. Nikamwambia, mama, nikuombee nini? Akaniambia, niombe nife sasa hivi. Niombe nife sasa hivi. Wakati yule mama anasema, machozi inamtoka. Niombe nife. Nikamwambia, mama, kwa nini unataka kufa? Yule mama akasema, nimechoka. 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 Wakati anaongea, machozi inamtoka. Machozi inamtoka. Machozi inamtoka. Anasema, nimechoka. Kuna mtu hapa amechoka. Msione watu wanatembea barabarani. Msione wanasiasa hapa wamevaa suti. Ni vile hajakueleza challenge yako nazo. Msione wachungaji wakiwa wanahubiri hivi. Ni vile hajawahi kukuambia challenge yako nazo. Kuna watu wanapita kwenye shida. Wengine wanapita kwenye shida ya ndoa. Hey, we. Yule mama tukamsi sana atuambie ni shida gani anapitia. Yule mama akasema, bwanangu aliniacha nikiwa na watoto wawili. Msichana wangu mkubwa alikuwa na miaka 5. Kijana wangu mdogo alikuwa na miaka 2. Mwanaume akaniacha, akatafuta mipango ya kando. Ninawaomba wanaume wa Nyamira, usimuache mke wa ujana wako. Usimuache mke wa ujana wako. Usimuache mwanamke ulianza naye maisha. Usimuache mwanamke ambaye mmetoka naye chini. Wanaume wengi duniani wakifanikiwa wanatafuta mipango ya kando. Wanamuacha mama ambaye walianza naye maisha, wanamsahau. Ninawaombea wanaume wote mlioko hapa, hata kama Bwana atakubariki kiasi gani, usimsahau mke wa ujana wako. Usimuache mwanamke wa ujana wako. Muheshimu mke wako, yule ambaye mmeteseka naye, yule ambaye mmeanza naye maisha. Ninakuombea ewe baba, usitafute mipango ya kando ukamuacha mwanamke ambaye mmetoka naye kwenye zero life, maisha ya chini. Ninakuombea wewe baba, muheshimu mke wako. 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 Mpende mke wako. Mseme vizuri mke wako. Mtetee mke wako. Kila wakati mkumbatie mke wako. Mwanamke anataka kupendwa. Mwanamke anataka kupendwa. Wewe baba, mpende mke wako. Sikiliza vizuri, mwanamke ukimpenda hazeeki. Usipompenda atakuwa na uso kama wa lemon. Mwanamke akipendwa hata kutembea anabadilika. Kabla hajapendwa alikuwa anatembea hivi, ila akianza kupendwa hata kutembea kunakuwa hivi, kunakuwa hivi. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Mpende mke wako. Yule mama akatuambia ya kwamba mwanaume aliponiacha nikabaki na watoto,
nikaanza kuishi maisha ya shida, nikaanza kulima mashamba ya watu ili nipate pesa ya watoto wangu wapate chakula, watoto wangu wasome. Watoto Mungu akawabariki, wakawa na maisha mazuri, wakapata kazi nzuri. Msichana wangu akaandikwa kazi Umoja wa Mataifa, United Nations, akaenda New York, Amerika. Akiwa kule akawa manager wa statistics, akawa na maisha mazuri. Kijana wangu mdogo akawa katika Central Bank ya hapa Namibia, akawa chief accountant. Watoto wakasema, mama, tunabadilisha maisha yako sasa. Wakanunua shamba, wakajenga nyumba, wakanunua gari. Mama akaishi maisha mazuri. Mama alipoanza kugonjeka, watoto wakampeleka mama hospital. Ninaongea ya kwamba kila mtu anaweza kulia, kila mtu anaweza kulia. Yule mama wakamweka kwenye hospitali mzuri. Msichana wake akaomba ruhusa kazini, wakamruhusu, akaenda Namibia kwenda kumsaidia mama yake kwa matibabu. Mama anasema, siku moja msichana wangu akiwa anakuja kuniletea chai, wakati anavuka barabara, gari ikatoka huko ikampiga yule msichana, kichwa chake kikapasuka, akafa. Kaka yake aliposikia dada yake amekufa, nadhani alichanganyikiwa, na yeye akakimbia. Wakati anavuka barabara, na yeye akagongwa na gari, kichwa kikapasuka, akafa hapo hapo. Hebu sikia, huyu mama anasema, Magoti, ninaishi ili nifanye nini? Bwana ameniacha, matumaini yangu ambao ni watoto wamekufa, nani wa kunisaidia tena? Kuna mtu yuko hapa analia, anapomuona kijana wake amepotea, anapoona ndoa yake, anapoona biashara yake. Kuna mtu hapa analia. Sikiliza, hata Yesu alishawahi kulia, hata Yesu alishawahi kulia. Na wasomaji wa Biblia wanasema Yesu alilia mara 3. Mara ya kwanza Yesu alilia rafiki yake Lazaro alipokufa. Kitabu cha Yohana 11, Yohana 11 mstari wa 33 mpaka mstari wa 35. Yohana 11 mstari wa 33 mpaka mstari wa 35. Biblia semaje? Basi Yesu alipomwona analia. Yesu, hebu rudia. Basi Yesu alipomwona analia. Hebu rudia. Basi Yesu alipomwona analia. Na wale Wayahudi waliofuatana naye wanalia. Yesu walipomwona analia, na wale Wayahudi waliofuatana naye wanalia. Aliugua rohoni. Yesu aliugua rohoni. Akafadhaika roho yake. Yesu akafadhaika roho yake. Akasema. Akasemaje? Mumemweka wapi? Rafiki yangu mmemweka wapi? Wakamwambia. Bwana, njoo utazame. Njoo utazame. Yesu akalia machozi. Yesu akalia machozi. Kumbe hata Yesu alishawahi kulia. Wewe sio mtu wa kwanza kulia. Hata Yesu alishalia. Naamini hata katibu wetu wa conference alishawahi kulia. Hata Pastor Nyaega naamini ulishawahi kulia. Hata elders naamini kuna mmoja alishawahi kulia.
Naamini hata waheshimiwa mlishawahi kulia. Hata wewe unayenisikiliza ulishawahi kulia. Yesu alilia. Mara ya kwanza Yesu analia alipomuona Lazaro amekufa. Yesu akalia. Unajua kuna wakati kile unachokipenda kikiondoka, machozi yanaweza kutoka. Yesu alimpenda Lazaro. Alipoona amekufa, Yesu alilia. Ukipoteza kitu, machozi yanatoka. Mimi sijui wewe ni kitu gani kinakuletea machozi maishani mwako. Ni kitu gani? Mara ya pili Yesu analia akiwa anakwenda Yerusalemu. Biblia inasema alipouona mji, Yesu akaulilia mji. Yesu alipouona mji alilia. Mara ya tatu Yesu alilia akiwa msalabani. Akalia kwa sauti kuu, akasema Eloi, Eloi, lama sabakthani. Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Yesu akiwa msalabani, maumivu aliyoyapata, mateso aliyoyapata, maumivu aliyoyapata akiwa katika msalaba wa Kalvari, Yesu akalia machozi. Kuna nyakati unaweza ukapita kwenye shida, ukapita kwenye mateso, watu wakakutenga, watu wakakuacha, watu wakakucheka, watu wakakudharau, machozi ikatoka yenyewe. Machozi ikatoka yenyewe. Hebu sikiliza. Nakumbuka baba yangu Pastor Nya Togo. Baba yangu alikuwa ni mtumishi wa kanisa hili. Mtoto wake wa kike alikuwa ni mlevi. Alikuwa anakunywa pombe, anavuta na bangi. Baba akiwa kwenye pulpit anahubiri, my sister akasimama kwenye mlango wa kanisa akashout, wewe mzee, acha kuwadanganya watu. Baba akiwa kwa pulpit, machozi ikamtoka, akalia, 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 akalia. Kuna Elida hapa akimuona firstborn wake, akimuona mtoto wake fulani, machozi inamtoka. Unapotazama ndugu zako, yale maisha wanaishi, machozi inatoka. Unapotazama yule mtu uliyemsaidia leo amegeuka kuwa adui yako, machozi inatoka. Machozi inatoka. Kuna mtu alikuja kwako akakwambia, ukampa pesa, leo msaada wako umekuwa adhabu ya maisha yako, machozi inatoka. Yule ambaye ulimtoa chini ukampandisha juu, leo ndiye amegeuka kukusema vibaya, machozi inatoka. Yesu alilia. Ni kitu gani kinakuliza? Nikupe story hii ninapofunga sermon ya leo. Nikupe story hii. Ipo kwenye kitabu cha Luka. Kitabu cha Luka sura ya 7. Hebu sikiliza hii story. Luka sura ya 7. Mstari wa 11 mpaka mstari wa 14. Biblia inasemaje? Baadaye kidogo alikwenda mpaka mji uitwao Naini. Yesu alikwenda katika mji unaoitwa Naini.
Na wanafunzi wake walifuatana naye. Wanafunzi wake walifuatana naye. Pamoja na mkutano mkubwa. Pamoja na mkutano mkubwa. Na alipokaribia lango la mji. Yesu alipokaribia lango la mji. Hapo palikuwa na maiti. Hapo palikuwa na maiti. Anachukuliwa nje. Anachukuliwa nje. Ni mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane. Huyu alikuwa ni mtoto wa pekee wa mama mjane. Na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Na watu wengi wa mjini walikuwa pamoja naye. Bwana alipomuona. Yesu alipomuona. Alimuonea huruma. Alimuonea huruma. Akamwambia. Akamwambiaje? Usilie. Usilie. Hebu sikia. Yesu ndiye faraja ya kweli. Yesu ndiye faraja ya kweli. Yesu akiwa ametoka kuponya mgonjwa. Kuna mtu mmoja ambaye alikuwa anataka Yesu akamuombee mtumishi wake, lakini Biblia inasema ya kwamba Yesu akatamka neno na yule mgonjwa akapona. Watu wakashangilia ya kwamba Yesu ameponya mgonjwa. Yesu akaingia kwenye mji mmoja unaitwa ni nani? Yesu akaingia, aliingia na watu walioshuhudia Yesu akiponya. Wengine wanashangilia. Biblia inasema Yesu alipoingia akamuona mama mmoja mjane aliyekuwa amebaki na mtoto mmoja, na huyo mtoto naye amekufa, ikiwa ni maiti imebebwa. Mama huyu ni mjane, alikuwa amebaki na mtoto mmoja. Maana yake ni nini? Bwana yake alishakufa, watoto wengine walishakufa, alikuwa amebaki na haka kamoja tu. Amebaki na haka kamoja tu, na haka kamoja nako kamekufa. Unajua, kuna mtu yuko hapa, maisha yake ni matatizo juu ya matatizo. Kuna mtu hapa ananisikiliza, maisha yake ni shida juu ya shida. Yaani kabla hajamaliza shida A, shida B inakuja. Kabla hajamaliza shida B, shida C inakuja. Kabla hajamaliza shida C, shida D inakuja. Yaani kuna mtu yuko hapa ananisikiliza, maisha yake yamezungukwa na giza la matatizo. Shida juu ya shida. Shida juu ya shida. Matatizo juu ya matatizo. Sijui ninaongea na nani masaa haya. Sijui naongea na nani masaa haya. Yaani kuna mtu yuko hapa anasema, Magoti, hivi unajua unaongea kuhusu mimi? Ndoa imeharibika, ugonjwa ndio huo, watoto ndio hao, biashara ndio hiyo, ndugu ndio hao, shamba lina kesi, ugomvi kwenye familia, mwenye nyumba anataka pesa, sijui nini, shida, masomo shida, kazi shida. Yaani ni shida juu ya shida. Unajua, siku moja nilikuwa na mama yangu Pastor Nyatogo. Nikiwa na mama yangu tunaenda mtoni kuchota maji. Nimeshika ndoo, tunatembea na mama. Unajua Pastor Nyatogo, mimi mama yangu ninampenda sana. Hata wewe mama yako ulimpenda sana. Hebu sikia. Tukiwa tunatembea na mama, mbele yetu tukamuona mama mmoja anaongea mwenyewe. Mimi kwa sababu nilikuwa ni mtoto,
Nikamwambia mama, angalia yule mama anayeongea mwenyewe amekunywa pombe, amelewa. Kama hajalewa basi ni mwenda wazimu. Mama yangu akafanya hivi. Nikamwambia mama, mbona umefanya hivyo? Akanambia, mwanangu, siku ukiwa mtu mzima utaelewa. Wengine sio walevi, wengine sio ya kwamba ni wenda wazimu, wengine wana matatizo yamejaa kwenye kifua, hana mahali pa kwenda kutoa, anabaki kuongea mwenyewe, anaongea mwenyewe. Kweli Pastor Nyatogo, nilipokuwa mtu mzima, hata mimi kuna wakati ninaongea mwenyewe. Kuna wakati ninawaza watoto wangu watasomaje. Mashule ndio haya yanafunguliwa. Mfano kule kwetu Tanzania, Jumatatu watoto wanaenda shuleni, next Monday. Kuna wazazi wanawaza school fees iko wapi. Kuna wazazi wanawaza uniform, viatu. Ndio maana nataka niwaombe sana waheshimiwa, sikilizeni. Mkipata nafasi ya kuongea na wananchi wenu kabla amjawapa ahadi, muwatie moyo. Wachungaji wenzangu, elders wenzangu, kabla haujaanza kutoa samoni yoyote, naomba uwatie moyo watu. Kuna watu wanahitaji faraja. Ndio maana mimi nimesimama masaa haya kuambia watu wa Nyamira, Yesu anawapenda. Yesu anakupenda. Biblia inasema Yesu alipomuona yule mama mjane na mtoto wake amekufa, Yesu alimuonea huruma. Ninakuombea kwa jina la Yesu, Yesu akuonee huruma leo. Yesu akuonee huruma. Yesu akamuhurumia yule mama, akamwambia, mama, usilie tena. Sikiliza, usilie tena. Yeyote atakayemwamini Yesu, masaa haya, hautalia milele. Yeyote atakayemwamini Yesu masaa haya, hautalia milele. Siku moja, Pastor Abineri, siku moja huyu Yesu atakuja tena. Siku moja huyu Yesu atakuja tena. Watu wa Nyamira, sikilizeni. Watu wa Nyamira, sikilizeni. Siku moja huyu Yesu atakuja tena. Abineri, sikiliza my brother. Yesu atakuja tena. Haya machozi ni ya hapa duniani. Ni ya hapa duniani. Yesu ameenda kutuandalia makao. Hivi karibuni
atakuja tena, atakuja tena, atakuja tena, atakuja tena. Yesu atakuja tena. Watu wa Nyamira, Yesu atakuja tena. Yesu atakuja tena. Yeyote atakayemwamini leo, yeyote atakayemwamini leo, yeyote atakayemkubali leo na akabatizwa, akajiunga na kanisa la Bwana, akawa disciple wa Yesu, kuna saa inakuja, mbingu itafunguka, mbingu itafunguka, tutamuona Bwana, tutamuona Bwana akishuka kutoka mbinguni akiwa na mwaliko wa malaika. Oh, watu wa Nyamira, Yesu atakuja akiwa na mwaliko wa malaika, na parapanda zikilia, na parapanda zikilia. Oh, ninaiona asubuhi hile, ninaiona asubuhi hile, Yesu wetu akishuka. Oh, dunia yote itanyamaza, sauti ya malaika, parapanda zikilia, mfarume wa ajabu, Bwana wa mabwana, El Shaddai, Ebenezeri, Yahweh, Abba, akishuka, akishuka katika ulimwengu huu aliyoufia yeye mwenyewe. Yesu atakuja, atatuchukua, atatuchukua. My brother Pastor Nyatogo, Yesu anakuja tena. Oh, rafiki yangu Nyaega, Yesu anakuja tena. Tutapaa na yeye, tutapaa na yeye, tutapaa na yeye, tutapaa na yeye, tutapaa na yeye. Oh, tukiwa mbinguni, maombolezo hayatakuwepo, vilio havitakuwepo, atatufuta machozi, atatufuta machozi, atatufuta machozi, atatufuta machozi, tutashangilia. Kumbuka ile meza, oh, Yesu mwenyewe akiwa ndio mwangaza, Yesu mwenyewe akiwa ndio mwangaza. Sikiliza my brother, nyumbani kwa baba yangu kuna makao mengi, kama sivyo na angaliwaambia, maana ninaenda kuandalia makao, naenda kuandalia makao. Nikisha kwenda na kuandalia makao, nitakuja tena niwakaribishe kwangu. Masaa haya nataka nifanye wito, nataka nifanye wito, niwaombe wachungaji wote na elders wote, nataka nifanye wito, wito wa kipekee, wito wa kipekee. Nataka nifanye wito masaa kwa watu ambao wanasema ya kwamba tumeamua kufutwa machozi pamoja na Yesu. Tumeamua kufutwa machozi pamoja na Yesu. Kwa nini? Nyumbani kwa Baba kuna makao mengi. Niwaombe elders wote hapa mbele, wachungaji wote njoni hapa mbele. Leo nataka niwaite na waheshimiwa wote